Geukia mtu sasa mwambie, maneno maovu yaliyonenwa na walio, ni mimi na wewe walio hai, waliokufa chini ya maji, hata nchi kavu hayata. Tafuta mwingine mtabirie, maneno maovu yaliyonenwa na walio hai na waliokufa chini ya maji, hata nchi kavu hayatafaulu. Mwambie tena, maneno maovu yaliyonenwa na walio hai na waliokufa chini ya maji, hata nchi kavu hayata. Shangilia Bwana, shangilia Bwana. Praise God. Amen. We may be seated. Tunaweza kuketi. Are we happy to be in the house of God? Je, tuko na furaha kuwa katika nyumba ya Bwana? Are you blessed to be today in the house of God? Je, umebarikiwa kuwa katika nyumba ya Bwana leo? Kila mmoja atulie, hakuna kwenda nje. Nafikiri mnaelewa Kiswahili. Kila mmoja atulie, hakuna kwenda nje. Hapo tuko sawa? Tuko sawa? Kila mtu anaruhusiwa kuwa kwenye ibada. Amen. Maana kuna baraka za kutoka nchi ya mbali. Amen. Na miji ya mbali, nchi ya mbali na miji ya mbali. Kwa hivyo usikimbie baraka hizo. I wish you said amen. Natamani useme amina. Praise the Lord. Bwana Yesu asifiwe. This is IVC Church. Ni kanisa la IVC. We are blessed to be here. Tumebarikiwa kuwa mahali hapa. Thank you everyone for coming. Asante kila mmoja wenu kwa ajili ya kuja. This is our second service. Hii ni ibada yetu ya pili. Amen. Amina. So you can tell your neighbor, honorable member, you are welcome. Kwa hivyo unaweza kuambia jirani yako, mgeni mheshimiwa, unakaribishwa. Just tell him or her, you are privileged to be seated next to me. Mwambie tu umebarikiwa ama uko na tunuku kukaa karibu na mimi. Hallelujah. Hallelujah. You are seated next to your destiny connector. Wewe umeketi karibu na mtu atakaye kuunganisha katika hatima yako. Amen. Amina. Tell him or her, you need me seriously.
Shall we? We will. Yes, we will. Praise the Lord. Just lift up your offering. Inua tu sadaka yako juu. Na kama umetoa soft copy, inua hiyo simu juu ili tuweze kusema baraka juu ya matoleo yetu. I want us to speak a blessing. Unaweza inua tu simu juu, inua mkono juu. If you've given a soft copy, kama umetoa pesa hewa, inua simu yako juu. Sis pesa hewa. Let's pray. Father, in Jesus' name. Baba, katika jina la Yesu, I pray that as your people obey your word, naomba kwamba watu wako wanapolitii neno lako, by bringing their offerings, kwa kuleta sadaka zao joyfully to thy altar, kwa furaha kwa madhabahu yako, may they go back hata wakaweza kurudi with sheaves, mifuko great harvests, mazao makuu according to your word. kulingana na neno lako. Umesema, blessed is the hand that gives, mkono ambao unatoa umebarikiwa, ushinda ule mkono ambao unapokea. I declare they are blessed. Natangaza kwamba hawa wamebarikiwa. As they lay the offerings on this altar, wanapolaza sadaka zao kwenye haya madhabahu, may the altar speak on their behalf. wacha haya madhabahu yakaweza kunena kwa niaba yao. If there be any offering, kama kunayo sadaka yote ile, or sacrifice, ama dhabihu given against them, ambayo imetolewa kinyume nao, against the children, kinyume na watoto wao, on any altar, katika madhabahu yote, may this altar speak the loudest. wacha haya madhabahu yakaweza kunena kwa sauti. In the name of Jesus, katika jina la Yesu, we thank you, Lord, Baba, tunakushukuru for such a great privilege kwa ajili ya tunuku kubwa to give to you. waweza kukutolea wewe. Bless you, Lord. Baba, tunakubariki pia tunakupenda. In Jesus' name we pray. Katika jina la Yesu tunaomba. Someone shout a good amen. Amina nzuri. Yes, we. Okay. Wow,
We bless Jesus. Amen. Tunambariki Yesu. Amina. Praise God. Bwana Yesu asifiwe. We thank God for the visitors in the house. Tunashukuru Mungu kwa ajili ya wageni katika nyumba. Amen. Amina. I just want by show of hand, nataka tu kwa ishara ya mikono, if this is your first time to fellowship with us, kama hii ni mara yako ya kwanza kuweza kuhudumu pamoja, kushiriki pamoja nasi, apart from the guest preachers that are invited today, kando na wala wageni ambao wamekaribishwa siku ya leo, maybe you are new in this area, labda wewe ni mgeni katika haya maeneo, and you decided to fellowship with us, na wewe umefanya uamuzi wa kuweza kuabudu pamoja nasi siku ya leo. We want to appreciate you. Tunataka kuweza kukudhamini as you are seated. Jinsi tu umeketi just hivyo, lift up your right hand and just wave at us. Inua tu mkono wako wa kulia na ukaweze kutupungia. Wow. Hallelujah, hallelujah. Hey. Amina. Nimesema wageni wapunge mkono, wenyeji wapige makofi. Sasa naona wenyeji wanapunga mkono, wageni wapige makofi. Nimesema wenyeji wapige makofi, wageni wapunge mkono. Wageni tupungie mkono na hii kama wewe mgeni, alafu wenyeji tushangilie jina la Yesu. Hallelujah. Amen. Amen. For our visitors, kwa ajili ya wageni wetu, this is IVC Church. Hili ni kanisa la IVC. You are welcome. Wewe umekaribishwa. We have 2 services every Sunday. Kila Jumapili tuko na ibada mbili. The first service begins at 7. Ibada ya kwanza inaanza saa 1. And 7:30. Saa 1:30 and it ends at 10. Na saa 4 tumemaliza. Second service. Ibada ya pili should be ending now, but inafaa kuisha sasa. Hallelujah. Hallelujah. Today we will extend a little bit. Leo tutaweza kuenda kidogo. It's from 10 ni kuanzia saa 4 to 12 noon. Mpaka saa 12:30. Mpaka saa 6:30. Hallelujah. Hallelujah. But we are not in a hurry for today. Lakini siku ya leo sisi hatuna haraka. Hallelujah. Hallelujah. Bwana Yesu kamai. Tuingie tu Bwana Yesu mkono. Amen. Amina. Our visitors, you will see our sister Evelyn. Wageni wetu mtamuona dada wetu Evelyn.
She's there. Yeye yuko mahala pale. Amen. After this service, baada ya hii ibada go tafadhali, through this door utapita tu kwa huu mlango and you'll find her. Utampata She pale. will talk to you. Yeye ataongea pamoja na And wewe. make you acquainted to many things. Alafu kisha atakufahamisha mambo We mengi. have services during the week. Tuko na ibada katikati ya wiki. Every day in the morning. Kila siku asubuhi. We have morning glory prayers. Tuko na maombi ya asubuhi. And every evening. Na pia kila jioni. There are prayers every day. Kila siku kuna maombi hapa. As from 5 in the evening. Kuanzia saa 11 to jioni. 6 there are prayers in this place. Mpaka saa 12 kuna maombi mahala hapa. Pastor is always in his office. Mchungaji kila wakati yuko katika ofisi yake. Amen. Amina. You don't need to go through a chain of people. Hauhitajiki kupita katika mlolongo wa watu wengi. You just come. Wewe unakuja tu. And we minister to you. Alafu kisha tunakuhudumia. We are at your service. Sisi tuko hapa kwa ajili yako. Hallelujah. Hallelujah. I say hallelujah. Nasema hallelujah. Bwana asifiwe. Nasema Bwana Yesu asifiwe. So on Wednesday we have a main service in this place. Siku ya Jumatano tuko na ibada kamili. From 4 to 6. Kuanzia saa 10 mpaka saa 12. In the evening. Jioni. Every Friday. Kila Ijumaa. We have kesha. Sisi tuko na mkesha hapa. Every Friday. Kila Ijumaa. That one is until. Hiyo ni mpaka. Hallelujah. Hallelujah. We have prayers in the night. Tuko na maombi usiku. We don't come here for maybe a chat, no. Hatukuji tu hapa kwa ajili ya We mazungumzo. come Kesha Friday is prayer. Kesha Ijumaa ni maombi. And deep things are taught in this place. Na vitu vizito vinafundishwa mahala hapa. Hallelujah. Hallelujah. On Saturday, Jumamosi, we have a class. Tuko na darasa for the leaders. Kwa ajili ya viongozi. People that have a calling. Watu ambao wako na mwito. And they desire to serve God. Na wanatamani kuweza kumtumikia Mungu. We train them every Saturday. Kila Jumamosi tunawafunza mahala hapa. Hallelujah. Hallelujah. New believers. Waumini wapya. We meet with them for 30 minutes. Tunakutana pamoja nao kwa dakika 30. Every Sunday. Kila Jumapili. After the second service. Baada ya ibada ya pili. For 30 minutes. Kwa dakika tu 30. We meet with the new believers. Sisi tunakutana na waumini wageni. Just to have a talk. Ili tukaweze tu kuzungumza. And tell them what a best choice they have made. Na tukawaambia maamuzi mazuri ambao wameweza kuyafanya. So if you are someone who got born again maybe below 6 months ago. Kama wewe ni muumini ambao uliokoka chini ya miezi 6 iliyopita. That one you are not handled by anybody else. It's Reverend himself. Hakuna mtu mwingine ambaye anakushughulikia isipokuwa tu Reverend peke yake. Hallelujah. Hallelujah. New believers, I handle them by myself. Wale waumini wapya mimi mwenyewe ama mchungaji ndiye ambaye anawashughulikia. So after this service, kwa hivyo baada ya hii ibada, maybe you got born again elsewhere. Labda uliokoka mahala pengine. And you've joined us. Na wewe umeungana pamoja nasi. Come, I pray for you. Njoo nikaweze kukuombea. I don't take a lot of time. Mimi sichukui muda mrefu. Just talk to you. Naongea tu na wewe. Andiko tu kidogo. I tell you the best choice you've made. Alafu kisha nakwambia maamuzi mazuri ambayo umeweza kuyafanya. Hallelujah. Hallelujah. Shall we meet after this service, please? Je, tutakutana baada ya hii ibada tafadhali? Amen. Amina. I see my friends here. Naona marafiki zangu hapa. People are my friends. Kuna watu ambao ni marafiki zangu. Hey, Mabura. Kama si wewe. Ni Mabura ule. Kama ni wewe nipungie mkono. Unajua ni wewe? Okay. Wewe jamaa, wewe ni rafiki yangu sana. Mtu wangu wa nguvu mwenye ananiokoleaga nikichelewa kule Gesero usiku. Hata kama ni saa 6 na muamsha Mabura, amka unipeleke Nyamataro. Na he does that. Na yeye anafanya hivyo. Ni best yangu sana. Na aliniambia Sunday pastor niko church na amekuja. Amen. Kwa ajili ya tupigia tu best yangu makofi. Ule ni is it Caleb? Jina ni Caleb. 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 Hebu simama bwana. Hiyo kupotea. Na wapi manzi wako? Aja kama. Okay. Aya, pigieni Caleb makofi. Mwambie karibu sana. Kwani nimesema mbaya? Si kila mtu na manzi wake. Unaona vile Valentina hapa hivi na manzi wake, sasa ni kubaya kweli? Unaona wanasaidiana tu ma responsibilities tu. Hivyo. Ni poa. Hata mimi niko hapa na manzi wangu wa nguvu juu. Hebu nipe hug ndio wajue ni wangu. Nipe hug manzi.
Amen. 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 Praise the Lord. Bwana Yesu asifiwe. Okay. Sawa sawa. I just want to take this great opportunity. Nataka tu kuchukua nafasi hii kubwa. I feel that I should invite our brother Otema Senior. Ningependa tu ama nahisi nikaweza kumkaribisha ndugu yangu Otema. So that he will do the rest. Alafu kisha yeye atafanya hayo mengine. And then he will invite Otema Junior. Alafu kisha atamkaribisha Otema Junior. After you've done the introduction. Baada ya wewe kuweza kuwajulisha watu wengine waliomo hapa. Let's put our hands together as we welcome him. Acha tuweke mikono yetu pamoja tunapomkaribisha. Amen. Amen. This man is a good man. Huyu ni mtu mzuri. He has a good heart. Yeye ako na moyo mzuri. Amen. Amina. Unajua kupata mtu mwenye moyo mzuri si rahisi. Bwana asifiwe. Amen. Msije mwenye kuja hapo usalimie huyu. And you are great. You do miracles so great. There is no one else like you. There is no one else like you. Lord, you are great. You do miracles so great. There is no one else like you. There is no one else like you. Bwana asifiwe. Pastor ametoa sifa mpaka nasikia niringe. Niringe. Si Mungu ni mwema. Najua mimi si mgeni hapa. Nimewahi kuja hapa mara moja ama mbili. Kwa hivyo mimi nikikuja hapa najua niko home. Ama? Am I home? Niko home? Asante. Nitakuwa na kama. Kwanza saa ndio kwa nakuja sana. Yeah. The other time I came here, I think I was a little bit late, so I didn't find a good worship. Wakati mwingine nilipokuja hapa nilipata kama mmemaliza siku kufikia. And we were facing that direction. Na wakati ule mlikuwa mnaangalia kwenda huko. And it was not full. Na haikuwa imejaa. Today it's bigger. Na leo imekuwa kubwa. I think it has been extended that side. Alafu tena mmeongeza upande mwingine. Yes. Amina. Na kwa wageni, mkisikia mnaenda hivyo, ask me. Muniulize tu. The first time I came here, wakati wa kwanza nilipokuja I was hapa, also ushered that side. pia mimi niliweza kukaribishwa kwenda upande ule mwingine. Please allow me to be again a visitor today. Hebu tafadhali naomba tena muniruhusu siku ya leo niwe mgeni na mimi nipelekwe kwenda huko. I will join those visitors because I know there's something good. Nitaungana na wale wageni maana najua kuna kitu kizuri kwenda huko. Pastor Don. Don, it's a good place that side. Kuna mahala pazuri upande mwingine. Chintuga. Chintuga. Anyway, I'll not take much of your time. Mimi sitachukua muda wenu mrefu. I'm not good in English. Mimi si mzuri kwa Kiingereza. Wacha nirudi nyumbani. Na chana bakolega asibaya bane utakorana barobwegas. I came with the people we work with. Yes. Don, you should know Gusi. So, interpretation. Na chana Nimrod. I came with Nimrod. Yes. Nimrod ni wetu wa upande wa digital kwa wale ambao mko na smartphone. Nimrod is one of us and he deals with the digital. Yeah. So when you go to YouTube. Oh, sawa. Yeah. When you go to YouTube, just type Kisii FM digital. Andika tu Kisii FM digital. You see what we do there. Utaona kile ambacho sisi tunakifanya mahala pale. So pale. that is Nimrod. Huyo ni Nimrod. Mongare. And it is actually it is live now. Na sasa hivi tuko live. But msitoe simu sahi. So we are live on Kisii FM digital after the church service. Baada ya kanisa. You can go and watch. Unaweza enda na ukaweze kutazama. See what other people are seeing. Alafu kisha uone kile watu wengine wanaona. Somebody say amen. Alafu mtu aseme amina. Willy simama. Sorry. Please Willy, just that is Willy. He also stays around here. Pia yeye anakaa tu hapa karibu.
is a brother Yeye ni ndugu to that lady who hugged me nicely here. ambaye aliweza kunikumbatia hapa She's a vizuri. wife to Will's brother. Yeye ni bibi ya ndugu ya Willy. Willy, yes. Thank you, Willy. Tunashukuru Willy. We have a dear sister there. She's very busy. Tuko na dada yetu mahala pale mpendwa. Lilian. Lile. Inua tu mkono juu akisimama. Tutaenda off. Yeah, I think I will only introduce my team that I work with. Kwa hivyo mimi tu nitaweza kuwakilisheni ile kikundi ambayo nafanya kazi nayo. And my brother Lawrence. Na pia niko na ndugu yangu hapa Lawrence. Lawrence Otema, that's my brother. Huyu ni ndugu yangu. And my sister. Na pia kuna dada yangu ambaye anaitwa Mili. Oyavo. Then the other team. Alafu kisha hicho kikundi kingine. Please allow me. Tafadhali naomba tu ukaweze kuniruhusu. To give it to Kevin. Mimi nikaweze kumpa Apostle Kevin. Nimpe Apostle Kevin. To introduce them nicely. Akaweze kuwakilisha vizuri. Yes. Amina. Wacha niwaambie siri. Let me just tell you. Tunafanana? Do we look alike? Yeah. Do we look alike? We are Otemas. Sisi ni the Otemas. I'm Otema senior. Kuna watatu katikati. Otema number 4. Otema number 5. Amen. Amen. Hallelujah. Amen. Amina. Otema senior and the juniorest. Otema mkubwa na yule mdogo. The juniorest. Wewe una cheo. Nilikuwa na hiyo ya junior until junior match of 4 came. So I don't know, he misplaced me. Praise God. Bwana Yesu asifiwe. My names are Apostle Frederick Kevin Otema. Kwa majina naitwa Apostle Otema. Jesus Christ is my personal savior. Yesu Kristo ndiye Bwana na Mwokozi wa maisha yake. I have a reason to brag because I know where I brought me from. Mimi niko na sababu ya kuweza kuringa maana najua mahala ambapo amenitoa. Taking me to another level. Na najua kwamba yeye ananichukua katika kiwango kingine. Unajua ushaisikia kuringa? Have you ever felt like wakati unajua kuringa? Kwa protocol unajua katika mipangilio it is the junior to introduce the senior. Ni ya kwamba yule mdogo akaweze kuwakilisha yule mkubwa. Ndio sababu tunaringa. Acha hivi nipigie makofi. Unajua wengine hawajashikanisha. Washo na Kiswahili ya ndani. Listen, in the protocol mipangilio ya wanadamu. The junior to introduce the senior. Ni yule mdogo akaweza kuwakilisha because of God. Lakini sasa kwa sababu ya Mungu, of the anointing, kwa sababu ya upako, God has changed things around. I have my senior brother. Mimi niko na ndugu yangu who is like a father to me. Acha niringe. Niacheni nicheze. Yesu mwana wa Mungu. Niacheni nimbe. Niacheni nicheze. Yesu mwana wa Mungu amejibu maombi yangu. Because of time. Kwa sababu tu ya muda. Let me take this opportunity to welcome the team that have come with. Nikaweza kuwakilisha kikundi ambacho tumekuja nacho. The team that have come with. Kikundi ambacho nimekuja nacho. You can come up here. Tafadhali naomba mkaweze tu kukuja hapa. Sitawauliza muinue mikono. Cameraman, you give it to Lawrence if you are taking a camera. Cameraman utampa tu Lawrence. Camera lady. Oh, okay, sawa. Hapo anachukua video. Anachukua video. Okay, all of you can come. Kwa hivyo nyinyi nyote mnaweza kuja. We do a brief introduction. Alafu kisha tujiwakilishe tu kwa ufupi. Tumia hii neema yangu kanyaga juu. Wewe tumia neema yangu kanyaga. Hamta kanyaga swingi, kanyaga hapa. I'll start from. They said ladies first, but men before. Bwana Yesu asifiwe. Mimi ningebadilisha kwanza kusema men first. I need to change so that they can start by saying men first. Bwana Yesu asifiwe. Praise the name of the Lord. Wanaume mtaniunga mkono? Men, can you back me up? Kwa hivyo wengi ambao wamebeba mawe hawaongeage tu. Many who are carrying stones and just not talking. Naomba tu kina dada, simturuhusu ikwange ni sisi ndio. Please sisters, I beg you just Naitwa Chris. Oh, his name is Chris. Natoka familia na Pikwe.
He comes from the family of Nabigwe. Nilikuwa nangoja vile atataja. Bwana Yesu asifiwe. Praise the name of the Nashukuru Lord. kuwa pamoja nanyi siku ya leo. I'm so happy to be with you today. Naona kanisa ambalo limebarikiwa. I can see a church that is blessed. Bwana atukuzwe. Praise the name of the Lord. Hujasikia kwa sababu hujapiga makofi. You have not heard because you've not clapped your hands. Kubarikiwa si lazima. You know to be blessed is not a must. Ni gharama ya kutoka msalabani. You know it is the cost that came from the cross. Wewe unaposema umebarikiwa, When I say that you are blessed, jua ya kwamba kuna msalaba ambao imefanya kazi juu yako. know that there is a cross that did some work upon you. Nashukuru kuwa mahali hapa. I'm so happy to be here. Niko na heshima ya baba wa madhabahu hii. I have the respect from the father of this altar. Na kwa sababu ya mama mchungaji. And because of Mama, Bwana atukuzwe. praise the name of the Lord. Tulikutana nao mahali wakatafsiri mpaka nikatamani nimchukue twende kwetu. We met and they interpreted and I felt I should go with them Bwana to our atukuzwe. place. Kwa hivyo mtakapochezea mafuta, When you joke with the anointing, tutakuja kama Narok. By the way, natoka Narok, mimi ni Masai. is a Maasai, comes from Narok. Tutamkujia tu. We will come for them. Na huko kuna ng'ombe mingi. And you know we have many cows there. Si mumeona? So you have seen. Tafadhali Please, mumushike tu. Otherwise just take care of him. kuna gari pale. We have a vehicle out there. Ninajipenda sana. I love myself so much. Alituambia kwamba He told us ni vizuri kujipenda. it is good to love Kwa yourself. sababu hauwezi ukanipenda pasipo kujipenda. Because there is no way you can love me if you don't love yourself. Nimeoa, I'm married. niko na watoto wawili. I have 2 kids. Kwa hivyo kama ulikuwa na mpango, If you had any plan, bye. please. Bwana Yesu asifiwe. Praise the name of the Lord. Bwana Yesu asifiwe tena. Hallelujah. Kwa majina ni Beatrice Gesare She's Beatrice Gesare kutoka Kisii County, from Kisii County, anakaa Nairobi. but I stay in Nairobi. Nairobi In Nairobi, tuko na kikundi chenye kinaitwa Eden's Prayer Group. we have a group that is known as Helen's Prayer Group. Hapo ndio tunafanyanga maombi yetu siku ya Saturday, That is where we do conduct our prayers on Saturday. na tuko kwa under ministry of Morris Eruru. And we are under Morris Eluro Ministries. Asante. Asante. Mbarikiwe. Bwana Yesu asifiwe. Praise the name of the Bwana Yesu Lord. asifiwe sana. Hallelujah. Kwa majina anaitwa Grace Wandia, She's Grace Wandia. natoka Machakos County. She's from Machakos. Nashukuru Mungu, I thank God. haijakuwa rahisi It has not been easy kufika hapa. to come Ni here. mkono wa Mungu. It is the hand of God. Tulitoka nyumbani tarehe 3 We came from home on 3rd, mwezi wa 3. the month of Ndio maana March. nasema kufika hapa. That's why I'm saying that Ni to be mkono wa here, Mungu. it has costed the hand of God. Nafurahia kuwaona, I'm happy to see you. nafurahia kuabudu na nyinyi, I'm happy to worship with you. na mimi pia ni wa hicho kikundi I'm also from that team, kinaitwa Ellen's Prayer Group. Helen's Prayer Group, from Yes. Helen's Prayer Group. Yes, tunaombeanga huko Nairobi. We pray and we stay at Nairobi. Ya, mwito wetu ni haifai kamwe watu kuteseka, haifai kamwe watu kuteseka, nikiwa haifai kamwe kamwe watu kuteseka, haifai kamwe watu kuteseka. Nashukuru Mungu. I thank the Lord so Nafikiri much. mmepata hiyo message. I think that you had the Haifai message, kamwe that it is uone not jirani necessary akiteseka, for you to see your neighbor going uone through mwenzako troubles. akiteseka, To see your neighbor going through troubles. unafaa usimame na yeye. You are supposed to stand with him or Nashukuru her. Mungu, I thank the Lord so much. barikiwe sana. Be blessed. Bwana Yesu asifiwe. Praise the name of the living God. Bwana Yesu tena asifiwe. Hallelujah. Tunamshukuru Mungu kwa ajili ya siku ya leo I thank the Lord so much because of this day, ya uhai tulionao. for the life that we have. Ni wengi walilala There are many people who died lakini hawajaamka. or who slept but they have not woken up. Sisi tumepata nafasi ya kuamka For us, we have received the opportunity to wake up
na kumwabudu Mungu. and to worship the Lord. Tunamshukuru sana Mungu. And we thank the Lord so Kama much. wewe unamshukuru Mungu And also if you thank God pamoja na mimi, together with me, hebu piga kelele kidogo. everything just celebrate the Lord. Ninamshukuru Mungu I thank the Lord so much kwa ajili ya mbebomano wa huduma hii. because of the vision carrier of this ministry. Nilimfurahia sana I was happy because of him tulipokuwa kule redioni when we were in the radio station, Kisii FM. kule Kisii FM. Alinifurahisha. He made me happy. Akona vituko fulani It's just kama una shangwe if you are not happy, utapata. you'll get the happiness. Biblia inasema The Bible says moyo uliochangamka ni dawa. that a joyful heart is medicine. Sasa hakuna haja ya kuonewa, There is no need of you being prayed for. madoido tu alafu unacheka. You just does some things you laugh and you are Alafu healed unapona. and you receive your healing. Ninamshukuru Mungu I thank the Lord so much kwa kufika hapa. for me to be here. Mimi naitwa Apostle Godfrey Anaitwa Apostle Godfrey Agostini Oiso. natokea Tanzania. He comes from Tanzania. Mungu unitumia My God uses me kwa habari ya uponyaji. through the ministry of healing. Watu wanapona People receive healing kwa kuombewa. through prayers. Ninamshukuru Mungu kwa kipawa hicho. I thank God because of that. Lakini pia Also, ninatumika kwa nafasi ya uimbaji. God uses me through singing. Ninaimba I sing na Mungu anaonekana. and God reveals himself. Ninaimba majasho yanatoka, I sing and people sweat, wala mimi sijali, but I don't care kwa sababu because ya Mungu alinitetea of the Lord who has vindicated me kwenye huu msalaba. at the cross. Mwisho kabisa, And lastly, naomba kuna watu watapona hapa. I'm just telling you that Wepo wako si bure, kama for you to be here, nguvu ya Mungu itaonekana, the power of God will be kuna watu watapokea majibu yao. their answers. Wakati tulipokuwa na Mr. Donald, Wakati tulikuwa na when we were with the Reverend Don Mandell. kuna mama mmoja There was one woman alikuwa ni mzee, that was very old. anatembea hivi, She was just talking like that. hawezi kusimama. That the woman who could not stand. Lakini alipokutana na mtumishi wa Mungu, When she met with the servant of God, alipomwekea mkono, when he laid his hand on her, Mungu alifanya pale pale. God did. Na kwa sababu hiyo, And because of that, siku ya leo today, kuna mtu atapona. then somebody is going to receive healing. Biblia inasema, The Bible says kitabu cha Wakorinto in the book of Corinthians 15 15, mstari wa 10, in verses 10, Biblia inasema, the Bible says, kwa neema ya Mungu by the grace of God, tutafanya mambo that makubwa. you will do great things. Na hiyo neema And that grace, kupeleka hatua nyingine. it will take you far. Kuna mtu atapelekwa hatua nyingine Somebody here who is kwenye biashara, in kwenye business, huduma, kuna mtu atapelekwa kwenye jina la Yesu. Wakati nimesimama hapa, ninaona watu wakifunguliwa kwenye madhabahu, ninaona nguvu za Mungu kwenye madhabahu. Leo yako hapa, usibandike. Ninaomba kwenye madhabahu hii, kama huna macho ya rohoni, if you don't have spiritual eyes, huwezi ukaona. you cannot see. Lakini kama macho yamefunguliwa, If your eyes are open, utaiheshimu. these apples will respect it. In the name of Jesus. Praise Jesus. Bwana Yesu asifiwe. Thank you, Apostle. Asante sana Apostle. Bless you. Na wacha Bwana akaweze kukubariki. Wenzangu, Together with my fellow brethren, may God bless you. God bless you so much. My name is Ruth Mitei. Kwa majina anaitwa Ruth Mitei. I love Jesus Anampenda Yesu as my personal savior. kama Bwana na Mwokozi wa maisha He yake. saved me when I was nothing. Aliniokoa wakati mimi sikukuwa I kitu, thought I was something. lakini ndani yake I mimi ni was kitu. very big leader in the SDA church. Mimi nilikuwa kiongozi mkubwa katika Doing kanisa la many Kisabato. things. Tulifanya vitu, But I was so sick. lakini bado nilikuwa I met mgonjwa. Jesus on crossroads. Mimi nimepatana na Yesu wakati He niko healed katika me njia panda. 16 years ago Yeye akaniponya miaka 16 iliyopita of diabetes, kutoka kwa ugonjwa wa sukari,
arthritis, ugonjwa ya mifupa, and I had headache that doesn't stop. na nilikuwa na kichwa ambacho hakikuwa kinakoma. I praise God. Na sasa mimi ninamsifu I'm very Bwana. healthy. Mimi sasa niko na afya njema. You can guess my age. Wewe unaweza tu piga hesabu niambie tu miaka God yangu. reduced my years. Mungu yeye akaweza kupunguza miaka I have yangu. 4 sons. Mimi niko na wana I'm 4. married. Mimi I nimeuliwa. have 3 grandchildren. Mimi niko na wajukuu 3. And I have a 5th son I've adopted. Na niko na mtoto 5 ambaye nimeweza I got him from the streets. nilimpata kule In barabarani. our ministry we have street ministry. Katika huduma yetu tuko na ile huduma ya kusaidia walio mitaani. So about 6-7 years ago, Karibu miaka 7 I iliyopita, was going to the streets. mimi nilikuwa naenda kwenye mitaa. And as I was there every day, I was sitting with 50 boys. Kila siku nilikuwa na keti na vijana Through the 50 guidance of the Holy Spirit kupitia kwa mwelekeo wa Roho and Mtakatifu, under the leadership of our na spiritual pia leader. katika ule uongozi wa mama yetu ambaye ndiye kiongozi wetu. Umesikia, you have heard Helen's prayer. Wewe umesikia hiyo ambayo inaitwa Helen Helen. is our spiritual mom. Helen ndiye mama wetu wa She's kiroho. the leader of Maurice Cerulo Ministry. Yeye ndiye in Kenya. kiongozi wa Maurice Cerulo Ministry hapa She was Kenya. ordained, was it this year or last year? La mwaka uliopita. Last year. by Mwaka Maurice uliopita Cerulo. alikuwa hapa. She's now Reverend Helen Wanjiko. Sasa yeye ndiye Reverend Helen She Wanjiko. has sent her greetings. Yeye ametuma salamu You zake. see? Pokea salamu zake. She's here in Kisii. Yeye yuko Kisii. And she might be listening to what is going Labda naye on. anaendelea kusikiza kile ambacho kinaendelea. So she had other people. She was ministering. Yeye alikuwa na watu wengine ambao anaendelea She had kuwahudumia. a little physical challenge. Alikuwa tu na changamoto When kidogo we came ya to kimwili. Kisii, Alifika Kisii, there is so much to eat. kulikuwa na nyingi ya So kukula. she ate everything. Kwa hivyo alikula kila kitu. So last night she spent most of her time in the toilet. So she has to stay next to the toilet, but she is continuing with what God has given her. Lakini bado yeye anaendelea na kile ambacho Mungu alimwitia. So she's spiritually okay. Kwa hivyo kiroho yuko sawa kabisa. We thank God for her. Sisi tunashukuru Mungu kwa ajili She yake. makes us to laugh. Yeye anatufanya sisi tunacheka, so She msijali said hiyo. part of laughing is healthy. Kwa hivyo yeye anatuambia kwamba kucheka ni sehemu ya kuwa na afya njema. Yes, amen. So she sent her greetings. Kwa hivyo yeye alituma salamu So zake. we are a prayer group. Kwa hivyo sisi ni kikundi cha maombi. And our ministry, our calling Na mwito wetu, is huduma yetu healing and deliverance. ni uponyaji na ukombozi. So I serve under Kwa hivyo mimi inatumika our chini spiritual mom. chini ya mama wetu wa kiroho. And it doesn't mean that when we are serving, we are interdenominational. Ya kwamba imaanishi kama sisi tunatumika, We have left our churches. sisi ya kwamba tumeacha makanisa yetu. We are working as Tumekuja- an interdenominational Tumekuja group. pamoja kutoka kwa makanisa yetu na tunafanya kama kikundi kimoja. My colleagues, you are from? Catholic. Huyu ni Mkatoliki. And you? Catholic. Others are from other denominations. We have AIC, we have AGC. Wengine wanatoka kutoka We kwa have- madhehebu mengine. We have even Muslims. Hata tuko na And Waislamu. we thank God for what God is Na doing. sisi tunashukuru Mungu kwa ajili ya We kile are ambacho like a anakitenda. movement. Sisi ni kama When we see God, mtembeo. God sends us and says, go to Kisii. Kwamba tukapata mzigo na tukaambiwa twende We Kisii. didn't know we will be here. Sisi hatukujua tutakuwa mahala The Spirit hapa. of the Lord led us Ni yesterday. Roho wa Mungu ambaye And alituelekeza that is hapa. when we told Reverend that we will be here. Na kwa sababu tukampigia mchungaji na tukamwambia sisi The tutakuwa day hapa. before we were going where, Reverend? Ile You know siku where we nyingine were tulikuwa going. tunaenda wapi? Mlikuwa mnajua We mahali were tunaenda? supposed to go to Tulikuwa tunafaa kwenda kwingineko. Redeemed Church. Tulikuwa tunafaa kwenda So it Redeem. is God. Kwa hivyo ni Mungu. So we are here by the plan of Kwa hivyo God. sisi tuko hapa kwa ajili But ya I want mipango to ya tell you, Mungu. my Na mimi brethren, wapendwa, nataka tu that kuambieni, you have a servant God. nyinyi in Kisii. mko na mtumishi ambaye Mungu anatumia. Please listen to him. Tafadhali Sit msikizeni. at his feet. Keti katika Like the miguu way yake. Mary sat at the feet Jinsi of Maria Jesus. alivyoketi katika miguu ya Yesu. Mother was complaining. Mama alikuwa And Marisa alikuwa Jesus ananungunika. said, Na
Yesu akasema Mary has chosen the right ya kwamba thing. Maria yeye amechagua mahala You pazuri. heard the Maasai. Nyinyi mmesikia He Masai. said they will even use the cows to woo. Akasema kwamba wao watatumia hata Reverend ng'ombe zao Wilson. kumchukua waende na yeye. And if you have him, Na nyinyi kama mnaye, may you sit at his feet. tafadhali keti katika God miguu has yake. called him and brought him here. for Mungu yeye amemwita na kumuita mahala hapa kwa ajili yenu. Si kwa makosa tu. Not a mistake that we went to senior's house. Ya kwamba si makosa sisi tulienda katika Right nyumba ya mkubwa now as wetu. we are here, Jinsi tulivyo hapa sasa. something is going on in his house. Kuna kitu ambacho kinaendelea It's like a katika church right now ni kama going on kanisa there. inaendelea katika So nyumba yake. Jesus meets people anywhere. Kwa hivyo Mungu yeye anakutana na watu As kila long as mahali. you are Mradi wewe uko tayari. I want to urge you. Nataka tu kukuomba. Listen to the servants Hebu of God. msikize mtumishi wa Mungu. And you who sits. Na wewe ambaye unaketi. You mama. Wewe mama. Who sits. Ambaye tu umeketi. Criticizes servants Alafu of kisha God. wewe tu kazi yako ni kuwatoa makosa ya watumishi wa Mungu. Ask yourself. Wewe tujiulize. Have you brought one to the kingdom? Wewe umeleta hata mmoja katika Just look ufalme. at what that servant has Hebu done. angalia kile ambacho huyu mtumishi Because amekifanya. he also has a calling. Pia yeye ako na And when mwito. servants of God are called, Wakati watumishi wa Mungu ameitwa, they are given soldiers. wao wanapewa askari. And those soldiers fight for them. Na hao askari wanawapigania As wao. you sit, Kwa hivyo wakati unapoketi, talking ill about the servants wakati of unaongea God, kinyume na mtumishi wa those Mungu, soldiers will come to where you are. hao maaskari watakuja mahali Because in ambapo the uko. spiritual world, Kwa sababu katika ulimwengu wa kiroho nothing is hidden. hakuna kitu kimefichika. Nothing is hidden. Hakuna kitu kimefichika. So they will come Kwa hivyo watakuja. to fight for whoever. Watakuja na They mpigania are hata yule. protecting. Yule ambaye Because at the end wanamlinda. of the day they go to heaven. Maana mwisho wa siku wataenda That we mbinguni. have protected your servant. Kwa God. waseme sisi tumemlinda mtumishi wa They will Mungu. be asked, then why were those ladies talking about my servant? Alafu kisha and you did wataulizwa, nothing? mbona wale binti walikuwa wanaongea kinyume na mtumishi wangu? So stop talking about servants of God. Kwa hivyo komeni kunena If mtumishi wa someone Mungu. starts talking about a servant of Kama God, mtu anaanza kuongea kinyume na mtumishi wa tell them Mungu, like the way Elisha said. hebu waambie tu jinsi Elisha Let's alivyosema. not talk about that. Wacha sisi tusiongee kuhusu hayo. Jishughulishe. Jipe shughuli. Jipe shughuli. Jipe shughuli. Jipe shughuli. Jipe shughuli. Jipe shughuli. Wash dishes. Wewe osha My vikombe. mother taught me when I was a girl. Wakati nilikuwa msichana But when mamangu you get akanifunza. married, Wakati utaolewa, and you start quarreling with your husband, wakati unaanza kugombana na mume wako, take a cooking stick wewe chukua mwiko. and you bite it. Uume huo mwiko. So that nothing bad. Ile kitu kibaya. Hello? Halo. Alifunzwa na mama yake. You bite the cooking. Chukua mwiko mwango, weka So kwa that meno. nothing bad Hakuna kitu kibaya. can come out of your Kitu mouth. kibaya kisitoke kutoka kwa Which you kinywa will chako. regret Ambayo later siku on. moja utakuja Because Satan kujutia. will look for an opportunity Maana shetani atatafuta nafasi to break that ya marriage. kuweza kuvunja hiyo But it ndoa. was a godly Na marriage. ilikuwa ni ndoa ya For you kiungu. who is a child of Kwa God, hivyo huyo ambaye ni mtumishi wa Mungu. wacha nitumie Kiswahili, torati lisitoke kwa kinywa chako. Neno la Mungu lisitoke kwa kinywa But may chako. the word of God not depart from your mouth. Have the word in your mouth. Wewe kuwa na neno So when katika they are kinywa trying to chako. talk to you, Wakati wanajaribu you will be kukuongelesha, like this. wewe utakuwa tu umenyamaza, umenyamaza. Will anything come from your Je, mouth? kuna kitu kitatoka kutoka kwa kinywa chako? Ukuwe na neno la Mungu. Have the word of Wewe God. kuwa na neno la Mungu. Or else you will be having words, maneno. Ama utakuwa na maneno. You will be having words, Wewe utakuwa tu na maneno. useless words, Utakuwa na maneno ambayo hayana which are faida. destroying you instead of Ambayo building you. yanakuharibu badala ya kukujenga. Because of time. Kwa sababu tu ya muda. Reverend had said we are not in a hurry. Reverend alisema sisi leo siku tu ya leo But hatuna because haraka. of time, Lakini sasa kwa sababu ya I would muda, like to stop there. mimi ningependa kukomea Maybe we hapo. might come back. Labda tena tutarudi. We teach the word. Alafu kisha In tufundishe our nini? ministry we are teachers of the word. Katika huduma yetu Others sisi ni walimu wa are neno. apostles. Wengine ni maapostoli, Others are prophets. wengine ni manabii, Others are evangelists. wengine ni Others wainjilisti, are pastors. wengine ni And wachungaji, others are teachers. wengine pia ni We have the walimu. gift of teaching. Sisi tuko na vipawa vya The Lord kufunza. has given us that Mungu power. ametupa hiyo So neema. may the Lord bless you. Wacha Bwana wabariki Give us sana. another opportunity Akitupa tena nafasi that we nyingine can learn at the feet ili of tukaweze Jesus. kujifunza katika miguu ya Thank you Yesu. very much. Asante My sana. apostle. Piga makofi pole pole.
siyabonga Yesu, siyabonga, siyabonga Yesu, siyabonga Yesu, siyabonga Yesu, siyabonga, siyabonga Yesu, siyabonga Yesu, siyabonga Yesu, siyabonga. Celebrate Jesus as I welcome the servant of God. Tusimame wote kwa miguu tunapokaribisha mtumishi wa Mungu Reverend Mandell. Simama kwa miguu yako tunaposhangilia Bwana, tunakaribisha mtumishi wa Mungu. Shangara vigelegele. Hallelujah. One more time. Hallelujah. One more time. Let's give Jesus a praise. Mara nyingine tukupe Bwana Yesu sifa. Are we in Kisii or are we in Kiswahili? What are we in Kisii? I'll do it in Kiswahili. Kiswahili? Yeah. Is that all right with everyone? I love the music of the Kisii. Anapenda ule muziki wa Kisii. I really like the Kisii. Mimi napenda Kikisii. How many people here need Kiswahili because you're from somewhere else? Ni wangapi hapa labda wewe si Mkisii na unataka unataka Kiswahili kwa sababu unatoka kwingineko. I see the wisdom. Naona hiyo hekima na maarifa. We got some wonderful Kisii from Reverend Atambo. Tuko na mtafsiri mzuri wa Kisii ambaye ni Reverend. Hallelujah. Kule kwenye crusade. What is it? I'm so thankful to be. Now we're no longer in Kiumbu. We're now in Kisii proper, right? Tuko Kisii Nyamataro. But Nyamataro. Okay, we're in Nyamataro. Nyamataro. Okay. Yes. Nyamataro. Yes. Matara in Hebrew means goal, so I'll remember. Nyamataro. Nyamataro. We want to welcome once again all the listeners of 94.1 FM wherever you are. Tena tunataka kuchukua nafasi tukaweza kukaribisha watazamaji wote wa 94.1 popote ambapo walipo. We welcome you. Tunawakaribisheni. We want you to know that we have your leader, Brother Bernard Isaac Otema, with us here. Nataka mkaweze kujua tuko na kiongozi wetu ndugu wetu Otema. He's making sure, along with our brother Nimrod, our brother Willie, and that everything is working perfectly. Wanataka kuhakikisha pamoja na ndugu wetu Nimrod Willie kila kitu kiko sawa. And we even have family members. Na pia tuko na watu wote wa familia. It's kind of a hostage situation. Kwa hivyo ni hali ambayo ni ya We have Apostle Otema, Kevin Frederick Otema. Tuko na mtume Frederick Otema. We've got our sister Millie. Tuko na dada yetu Millie. Our brother Lawrence. Tuko na ndugu yetu Lawrence. He has a very special meaning to me. Ako na mfano muhimu, yani wa muhimu sana kwake. Because he's the one who taught me. Yeye ndiye alimfunza. You may be seated. Mnaweza mkaketi. He's the one who taught me. Yeye ndiye alimfunza how to eat chintuga. Jinsi ya kula chintuga. He taught me how to eat chintuga. Alimfunza jinsi ya kula chintuga kumbe. He said, shall I leave the wings or shall I take them off? Akamuuliza, je, nitoe mabawa ama niache? Right in his mouth. Na akaeka kwa mdomo wake ikiwa hai. So I was in my room. Alikuwa kwa chumba chake. And there was something flying around. Na kukawa na kitu kinapepea. And I caught it. Akashika. But I wasn't sure. Hakuwa na uhakika. I was going to take a picture. Alitaka kupiga picha. Here I'm eating chintuga. Angalia ninakula chintuga. But what if it was only a bug? Kama na je ingekuwa kipepeo? What if it was only a moth? Je ingekuwa ni nyambo? Then they would have a choice. Basi wangekuwa na kitu. You know, there are times in the Bible kuna wakati katika Biblia where people have lied. Wakati watu walidanganya. Like Rahab the harlot. Kama Rahabu. She told the people
She lied. She said, "Oh, they went that way." Aliambia watu wameenda njia hii. But they were hiding. Lakini walikuwa So if I wamewaficha. showed a picture eating a moth, Kama ningeonyesha picha nakula kama ni kipepeo, they would talk to each other in Swahili. wangeongeleshana kwa Kiswahili ama Kikisii. And they say, "Let's not embarrass the Mzungu. Tusimfanye asikie vibaya huyu mzungu. So let's say, oh, that's good. Wacha tumpongeze, amekula kumbe. But I want, and if any of you sees one, Tafadhali mtu akiona kumbe, bring him to me, because leta hiyo. I don't want to leave. Sitaki kutoka nchi hii. Kisii. Sitaki kutoka Kisii. You know, I've had so many wonderful things to eat Mpaka here. nikule vitu vizuri. I've learned how to eat the sugar cane Amejifunza kula miwa without destroying my teeth. bila kuharibu meno yake. One of the keys to spiritual victory. Kifungu cha ushindi wa kiroho. And we want to bless all the people. We want to bless our apostle Godfrey Agostini Oeso. Tutaka kumbariki Agostino. And Reverend Chris. Tutaka kubariki Reverend Chris Napikwe. Yeah, and all, if I forgot anyone. Oh, of course, Mama, we haven't seen much of Mama Beatrice Gesari, Mama Beatrice Gesari, and Mama Grace, Wandia, because they've been making the wonderful food that we've been receiving such great hospitality. Wamekuwa kitupikia chakula, ndio muda mwingi tuko nao katika crusade. But one of the great keys to spiritual victory, kifunguo cha bora katika upenyo wa kiroho, spiritual timing, ni kuwa kwa wakati katika kiroho. You need to get to know your environment. Unahitajika kujua mazingira yako. You know, there are parts of Mexico. Kuna sehemu kule Mexico, if they say we want you to finish, wakisema tunataka umalize, or we want you to start the meeting, ama tunataka uanze mkutano, we want you to start the meeting at 10 o'clock, tunataka mwanze mkutano saa 4. They say that, wakisema hivyo, so the people will come really at about 12 o'clock. Watu wanakuja saa 6 na tulisema saa 4. If you go to Japan, ukienda kule Japan, if they say 9 o'clock, wakisema saa 3, people come 15 minutes early. Wanakuja dakika 15 kabla ya saa 3. 15 minutes before 9. Wanakuja dakika 15 kabla ya saa 3. There are parts of Sudan. Kuna sehemu kule Sudan, where they say 2 o'clock, wakisema saa 8, they come at 2 o'clock. Wanakuja saa 8 kamili the next day. Kesho. So I don't just need the tongue of God's servant, hatuhitaji ulimi wa mtumishi wa Mungu, but I need the interpretation, lakini tunahitaji upambanuzi, because it's already 5 minutes to 1 o'clock, kwa sababu imebakia dakika 5 ufike saa 7. And they say, oh, take as long as the Lord leads. Wanasema endelea mpaka venye Roho anakuongoza. But this is a Sunday service. Lakini hii ni ibada ya Jumapili. Some of you have come here for the first time. Wengine mmekuja hapa mara ya kwanza. We don't want to give you an overdose. Tunataka kuwapatia zaidi ya vile kipimo. We want you to leave here with just a little bit of hunger. Tunataka pia mtoke hapa pia bado mkiwa na njaa na kiu, to come back and receive. Ya kutamani kurudi tena na mpokeo. We also joined today. Tumeunganika pamoja leo in the spirit. Katika kiroho. My Reverend Helen Wajiko Cairo. Na Reverend Wajiko Cairo. And she is, as we understand, she's at the chateau. She's at the palace. Ako katika kasri of the head of 94.1. Ya director wa 94.1. Director, they have a tremendous, it's amazing. Kasri nzuri. Versailles looks like nothing compared. It's wonderful. Ni nzuri sana. So she is with us in spirit. Ako pamoja nasi katika kiroho. I'm going to put the microphone here. Anaenda kuficha kipaza sauti. And I want to come to the servant of God. Aende kwa mtumishi wa Mungu aulize hiyo swali. Find out what our situation is. Ajue hali yetu ni vipi. Anaenda kuconfirm mambo ya masaa. Bwana Yesu asifiwe. Tunaamini Reverend Helen Wanjiko Cairo anatufuatilia. God bless you. I know you are with us. So I've got the information that I needed. Amepata ujumbe ambao alikuwa anataka. And let us go before the Lord now. Heavenly Father, we thank you for the presence of your people. We want to manifest the Spirit of God. But we also want to make a deposit. A deposit in their lives, which will have lasting value.
I thank you for the 34 years Tunakushukuru kwa sababu miaka 34 that I spent with Papa Cyril amekuwa na Papa Cyril in 110 countries. kwa nchi 110. And I thank you for their calling Nakushukuru kwa sababu ya wito wao here in Kenya, hapa nchini Kenya, here in Kisii, hapa Kisii, to have their needs met, kukutana na mahitaji yao, their physical needs, mahitaji ya kimwili, their needs for supply, mahitaji ya kila wanachotaka. And Lord, those that participated in that offering, Bwana, wale ambao wamehusika katika matoleo ya leo, we are doing what you said, kuhakikisha that you would open the windows of heaven, udhihirisho utafungua madirisha ya mbinguni, you would pour out a blessing, utaachilia baraka, that we would not be able to receive, na kwamba itakuwa tele. Lord, right now, na hivyo sasa, whether it is school fees, kama ni karo ya shule, whether it is electric bill, kama ni ya kulipia bili ya stima, whether it is gasoline for the motorcycle, kama ni kulipia mafuta ya gari, we look to you, Lord, tunakutazamia Bwana, to do tremendous things for your people. Fanye mambo ya ajabu kwa ajili ya watu wako. Right now we're going to have a brief teaching. Sasa hivi tutakuwa na mafunzo kidogo. And then we're going to go to a time of prayer for the needs of God's people. Na tenda kwa kipindi ya maombi ya kuombea watu wa Mungu. We sense your presence. Tunaishi nguvu zako. We sense that you're building and preparing our faith. Tunaishi ukijenga na ukiandaa imani yetu. In the name of Jesus. Kwa jina la Yesu. Amen. Amen. Shangilia Bwana Yesu kwa makofi mazuri. Hallelujah. Don't tell them to clap. Sitawaambia tena mpige makofi. If they don't want to clap, kama mhitaji kupiga, that's okay. Iko sawa. If they would rather clap, kama mtapiga makofi for the Harambee Stars, kwa sababu ya Harambee Stars, and to clap for Jesus, kuliko kumpigia Yesu, that's okay. Hiyo pia ni sawa. I love this scripture. Ninapenda maandiko haya. Behold the children which the Lord God has given me. Tazamia wana ambao Mungu amenipa. Are for signs and wonders. Ni wa ishara na miujiza. It doesn't say thus says the Lord. Haisemi ndivyo anasema Bwana. It doesn't say unto the Lord. Haisemi kuelekea kwa Mungu. It says from the Lord. Inasema kutoka kwa Mungu. From the Lord. Kutoka kwa Mungu. And we have an international mindset in this ministry. Na tuko na mtazamo wa kimataifa katika huduma hii. You know, some people feel watu wengine wanasikia that they're like mzee wa kijiji, wanajisikia kama wasee wa kijiji, or mtu wa kijiji, ama mtu wa kijijini tu. They feel I'm just living here. Anasema ninaishi tu hapa in Kisii, hapa Kisii, and I'm kind of a spectator. Mimi tu ni wa kushabikia. I'm kind of the real gospel. Injili ya kweli is taking place inatendeka in Nairobi, kule Nairobi, in Mombasa, kule Mombasa, in Dar es Salaam, kule Dar es Salaam. All these people with these great suits, mahali watu wamevaa suti nzuri, great cards that show their title, whatever their title, wako na kadi ya biashara nzuri ya kuonyesha vile wao ni kina nani, na vyeti viko pale. But when God wanted to reach the world, lakini wakati Mungu alitaka kufikia ulimwengu, the world was dying. Ulimwengu ulikuwa unakufa. People were all worshiping false gods. Watu walikuwa wanaabudu miungu ya uongo. They were all doing witchcraft. Walikuwa wanafanya uchawi. They were far away from God. Walikuwa mbali na Mungu. Even God's own people. Hata watu wa Mungu wenyewe, the Jewish people, Wayahudi, they were corrupt. Walikuwa wamechanganyikiwa. God went to the villages. Mungu akaenda kijijini. I don't know why. Sijui ni kwa nini. There were only about 1,500 people. Kulikuwa na watu 1,500 in Nazareth. Kule Nazareti. Why would God send his son to grow up in Nazareth? Kwa nini Mungu akamruhusu mwanae kukua na kuzaliwa Nazareti? You know, it says in John 1:46. Unajua inasema katika Yohana 1:46. Can any good thing come out of Nazareth? Je, kitu kizuri kinaweza toka Nazareti? And I want to ask you today. Na nataka kuuliza leo. Can something good come out of Kisii? Kuna kitu kizuri kitatoka Kisii? Can something good kuna kitu kizuri come out of Nyamataro? Nyamataro. Kuna kitu kizuri kitatoka Nyamataro.
Sitawaambia mpige makofi. Nyamataro. 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 Can something good come Kuna out? kitu kizuri. I'm asking you. Na wauliza swali. Or are you just thinking it's 1 o'clock? Ameanza kuangalia ni saa 7. You're thinking about the ugali. Umeanza kufikiria ugali. You're thinking about, you got other people here, the mokimos. Kuna watu wa mokimo hapa, umeanza kufikiria mokimo. Can something good come out of Kisii? Je, kitu kizuri kitatoka Kisii? God sent his son Mungu akatuma mwanae to a place like Kisii, kwa sehemu kama Kisii, to raise up kuinua and to begin his invasion na kuanza kuingia ndani, of the world. kuingia kwa Now, ulimwengu. how many of you have a Bible? Wangapi wenu mko na Biblia pamoja nanyi? If you do, I want you to hold it up. Nataka kama uko na uinue juu Biblia. Inua Biblia yako juu. Now, if you could also hold up your phone. Kama ni simu basi Your inua Bible is simu. on your phone. Biblia yako iko kwa simu, inua simu hivyo. I don't think I've ever shared this in a church. Najua sijawahi shiriki hii katika kanisa. But Brother Cirillo always had me share this. Lakini baba Sori amenifanya ameruhusu kushiriki hivi. Because I know if I looked into your heart. Kwa sababu najua nikiangalia katika mioyo yenu. I don't know when you said something good can come out of Kisii. Sijajua kama umeweza sema kuna kitu kizuri kinaweza toka Kisii. I don't know if you really mean it. Sijui kama unamaanisha. I think many of you. Najua wengine wenu. What you think is really good. Kile ambacho mnafikia pengine kizuri. Is to get a visa. Ni kupata visa. And get out of here. Na mtoke nchi hii. Aha. That would be what really is exciting. Hiyo ndio inasisimua upate visa. I got a visa to Canada. Nimepata visa niende Canada. I got a visa to Dubai. Nimepata visa niende Dubai. I got a visa to America. Nimepata visa niende Amerika. Oh, hallelujah. Well, I've got news for you. Niko na habari kwenu. I got a visa to Kenya. Yeye amepata visa kuja Kenya. And if I'm faithful, na kama ni mwaminifu, I obey the rules. atii sheria. I leave when I'm supposed to. Atoke Kenya wakati ambapo anaruhusiwa kutoka. They will give me a multiple. Mimi mpige makofi, lakini na tena na tena. How many of you believe in miracles? Wangapi wanaamini kwa muujiza? Well, there might be. It's mujiza? Muujiza. That's great. In Indonesian, it's mujizat. Kule Indonesia wanasema muujiza. Kwa hivyo na sisi ni muujiza. You believe in mujiza? Mnaamini muujiza? I might get a miracle. Anaweza pata muujiza. A green card for Kenya. Apate green card kuingia Kenya. Shangilia! Yay! Yay! They're all thinking. They're all thinking that's easy for him to say. Because there is a shift that is taking place. I'm not going to go into detail. But many of you know what I'm talking about. Many of the countries have made a deal with the devil. You leave us alone, and we will leave you alone. You can come in. You can teach things to our children. You can tell them that certain things are right when they're really wrong. But God is putting backbone into this nation. God is preparing you to say one word. If Adam said it in the garden, if Adam said that one word, there would have been no sickness. Hakungekuwa na magonjwa. There would be no disease. Hakungekuwa na maradhi. There would be no sorrow. Hakungekuwa na majuto. And that one word hiyo neno moja is no. Ni hapana. Can you say the word no today? Unaweza sema hapana leo. Can you say the word no? Sema hapana. So here in Kisii, hapa Kisii, we are not mtu wa kijiji. Sisi si watu wa kijiji. We are international. Sisi ni watu wa kimataifa. International vision. Sisi ni watu wa kimataifa. Hallelujah. 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 I don't see very many chairs. If we had 7 chairs, we could put them watu here. 7 wasimama watupatie viti 7 hapa. No, we don't need chairs. Well, let's have people stand up. Watu wasimame. No, let's have people stand up.
Haya, tutahitaji Apostle watasimama. Godfrey has taught me how important it is to be in good physical shape. Apostle Godfrey ametufunza kwamba tunafaa kuwa sawa katika mwili. He gets us out of our chair. Na anasema tutoke kwa viti vyetu. Now I want 7 volunteers. Nataka watu wa kujipeana 5 wakuje hapa. If you don't come, I'll just come and get. Kama utakuja atakukujia. 7 people. Watu 7 mngekuwa mmefika hapa, wale wamesimama haraka. Watu 7 haraka. We're going to have a short teaching. Tutakuwa na mafundisho machache. We're going to end on time. Na tutamalizia kwa muda. We're not going to end the next day. Tutamalizia kesho. But because you are international. Kwa sababu nyinyi ni watu wa kimataifa. Let's say this with me. Sema hii pamoja naye. Christ has redeemed us from the curse of the law. From the curse of the law. Being made a curse for us. He made a curse for us. For it is written. For it is written. Cursed. Yeah, cursed is everyone that hangs on a tree. Cursed is anyone that hangs on the tree. That the blessing of Abraham. That the blessing of Abraham could come upon the Gentiles. Could come upon the through Gentiles. Jesus Christ. Through Jesus Christ. Now we're going to take a look. Tunaenda kupata na mtazamo sasa. Because now you are international. Kwa sababu nyinyi ni watu wa mataifa. You're not just sitting in a village. Amketi tu kwa kijiji. You're part of a covenant. Nyinyi ni sehemu ya agano. You're part of an international community. Nyinyi ni sehemu ya kimataifa. My childhood religion dini yake ya utoto was Jewish. I went to the synagogue. Alienda katika sinagogi kwa sababu ni Myahudi. Nothing that I'm saying now has any political meaning. Hakuna kitu atakachozungumza kwamba ni cha kisiasa. Nothing. Kabisa. But Kenya has been a very good friend to Israel. Kenya wamekuwa marafiki wa Israeli. In 1973, mwaka 1973, when Idi Amin was holding hostages, wakati Idi Amin alikuwa ameteka mateka, Kenya helped Israel. Kenya ikasaidia Israeli. Helped them fuel. Ikawasaidia kuweka mafuta. And they went to Entebbe. Na wakaingia Entebbe. And they rescued all of the hostages. Na wakakomboa mateka wa Israeli. Hallelujah. 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 So we're going to go and take a visit. Will you come with me quickly? Tafadhali twende pamoja. To the Middle East. Kule huko. To the Middle East. Mashariki ya Kati. Will your ugali wait for you? Ugali itakungoja. Is that all right? Iko sawa? I can hear some of your stomachs. Ameanza kusikia tumbo zenu sasa. I can hear some of your stomachs. Anasikia tumbo zikiitana. Hallelujah. Hallelujah. I have a good here. Brother, here you can be here because one of the great nations here. Hii ni taifa nzuri sana, simama hapo. And then we're going to have Alafu Iran. Tutakuwa na Iran, fuata ya pili hapo kwa tutafuata Syria. Songa tu hapo mbele. Venye amewapatia. Venye amewapatia mnapangana hivyo. Hapa Israeli. Ingia mahali umekaa. Hallelujah. Hallelujah. Pigia Bwana Yesu makofi. Mnapangana tu venye mmepangwa. I'll put you in place. Atawapanga. Palestinian Authority. Palestinian. Over here. Wewe fuataneni venye mmepangwa. You're right here. Is Syria is back there. And then we have come on. Then we have Lebanon. Tuko na Lebanoni. Lebanoni. You are. Aha. And I think we need one more poor person. Tunahitaji mtu mwingine mmoja haraka haraka. Mtu mwingine haraka haraka. For Iraq. Ni wa Iraq. Iraq is here. Iraq iko hapo. So, where's Israel? Come on. Israeli iko wapi? Kuja. Israel is up front. Israeli ya kwanza. Egypt. Tuko na Misri. And we have Lebanon is on this border right here. So Lebanon yako hapo katikati. There you go. You hold it up. Inua juu. And then of course Palestinian Authority, you're right next to watawala wa Palestina hapo. And then Syria is right here. Syria yako pale. And then Iran we're going to put over, actually it's over near Iraq here, over near Iraq. That's the best way. So here we have Iraq, here we have Iran, and Jordan is right on this side of the Palestinian Authority. Okay, so welcome to the Middle East. Karibuni. I brought you to the Middle East. You didn't need a visa. Mashariki ya Kati. You didn't need a visa. Hauhitaji visa sasa. Hallelujah. Hallelujah. Jordan is in the Bible. Jordan iko kwa Biblia. The Jordan River is where they were baptizing. Hapo Jordan ndio walibatiza. Palestine. Wa Palestina. The word for Philistine. How many of you know David fought the Philistines? Wangapi wanajua Daudi alipigana na Wafilisti? Do you know that? Mnajua hiyo?
Philistine Wafilisti is written in Hebrew and Arabic. imeandikwa na Kiebrania na Kiarabu. Palestine. Palestine. So there mahali pa kushangaza. you have Babylon. Tuko na Babiloni. You have Ashur. Tuko na Ashur. And and you have Ur. Tuko na Hur. And Ur is where Abraham came from. Hur ndio Abrahamu alitoka. Now this is very important. Hii ni ya muhimu sana. What language do they speak in Iran? Wanazungumza kabila gani Iran? Come on, this is international Kisii. Hapa ni kimataifa, sio Kisii. They speak Persian. Wanazungumza Kipasha. Persian. So this is really Persia. Kiajemi. This is really Persia. Ni Kiajemi. It's still there. Bado iko. So all these places. Hizi sehemu zote. Also in Jordan. Hapa Jordan. That is the Ammonites. Hapo ni Waamoni. And the Moabites. Na Moabu. Mount Moab is in Jordan. Mlima wa Moabu uko Jordan. So very quickly. Haraka sana. Abraham was just a normal man in Iraq. Abrahamu alikuwa mtu wa kawaida hapo Iraq. But God told him, get out from your family. Lakini Mungu akamwambia toka kwa jamii yako. Get out from your land. Toka katika nchi yako. And go into a land that I will show you. Na uende katika nchi ambayo nitakuonyesha. Now he was a very rich man. Alikuwa ni mtu tajiri. According to Genesis 13:2. Kulingana na Mwanzo 13:2. He was very rich. Alikuwa tajiri sana. In silver and in gold. Kwa fedha na dhahabu. But he had no house. Hakuwa na nyumba. He lived in tents. Aliishi kwa hema. Apankai Musa Donyo. Yes, he was living like a Maasai. Alikuwa anaishi kama Maasai. Taking care of the cows. Akichunga ng'ombe. He lived in a tent. Aliishi kwa hema. And God blessed him. Na Mungu akambariki. God did a miracle. Mungu alifanya muujiza. God went to his old body. Mungu alienda kwa mwili wake wa zamani. 100-year-old man. Miaka 100. And enabled him to father a child. Akamwezesha kuzalisha mtoto. And he gave birth to Isaac. Na akamzaa Isaac. And then Jacob. Na akamzaa Yakobo. And then the 12 patriarchs. Na wale viongozi wa 12. And Judah was the one that Jesus was going to come from. Na Yuda ndio mahali Yesu alitokea kizazi hicho. Now, sometimes something terrible happens in your life. Mara mingi kitu kibaya kinatendeka katika maisha yako. Joseph Yusufu was accused of trying to sleep with his boss's wife. Alishtakiwa kujaribu kulala na mke wa tajiri yake. It was not true. Haikuwa ukweli. In fact, the opposite was true. Kinyume cha hiyo ndio ilikuwa ukweli. She tried to sleep with him. Yeye ndiye alijaribu kulala na Yusufu. No, I cannot do this. Na Yusufu akasema siwezi fanya hiyo uovu. So he was after his brothers sold him into slavery. Baada ya ndugu yake kumuuza kuwa mateka. But in Egypt he was then falsely accused. Kule Misri akashtakiwa na uongo. And put in prison. Akaekwa gerezani. I want you to look here. Nataka muangalie hapa. At the prosperity of God. Vile Mungu anafanikisha. Because when he was in the prison. Kwa sababu alikuwa kwa gerezani. He had such a good attitude. Alikuwa na mtazamo mzuri. He was so prosperous. Alifanikiwa. That someone who went out of the prison. Kwamba mtu aliyetoka gerezani. Told Pharaoh akaambia Farao about this man kuhusiana na mtu huyu who was the assistant, ambaye ni msaidizi, even beyond a trustee, hata ni zaidi ya wale wa kuaminika gerezani. Yeye alikuwa kama msaidizi of the person who ran the prison, ya mtu ambaye anafanya kazi gerezani. So Pharaoh asked him to come up. Farao akamwita. Pharaoh told him his dream. Farao akamwambia ndoto yake. And he interpreted the dream. Na akapambanua ndoto. And in one day. Na kwa siku moja. I don't know what's happening in your life. Sijui vile inavyotendeka katika maisha yako. I don't know what enemies you have. Sijui ni kiabadui ni kinani. I don't know what battles you have. Sijui ni vita gani uko nazo. Apostle led us to sing. Mtume anaturuhusu anatuongoza kuimba. Isaiah 54:17. Isaiah 54:17. Which is that no weapon formed against you will prosper. Ya kwamba kuna silaha iliyofanya kinyume chako itakayofaulu. That was certainly the case with Joseph. Ndivyo ilivyokuwa kwa Yusufu. He was promoted. Aliinuliwa. And Pharaoh made him. Na Farao akamfanya the prime minister of Egypt. Kuwa waziri mkuu wa kule Misri. Hallelujah. 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 He went from prison. Alitoka kwa mfungwa. To being the prime minister. Kuwa waziri mkuu. Are you understanding what I'm saying? Mnaelewa kile tunasema? Are you understanding the blessing of God? Mnaelewa baraka ya Mungu? This is the blessing of Abraham. Hii ni baraka ya Ibrahimu. Later the next generation of pharaohs, kizazi cha Farao baadaye, they were not really nice to Israel. Hawakuwa wazuri kwa Israeli. Piga bana. Piga.
So Israel's, the God of Israel, Mungu wa Israeli fell upon Egypt, akaanguka juu ya Misri, punished Egypt, akawaadhibu, and brought him out into his na own land. akamtoa kumpeleka nchi yake. Hallelujah. 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 Are you following me? Mnatufuata lakini. I don't want you to view this as a history lesson. Sitaki mfuatilie kama historia tu. You know, sometimes we want someone to come and just pray for us and things will be done for us. Mara mingi tunatangojeanga watu wakuja tuombe na vitu vikatendeka. And that's good. Na hiyo iko But sawa. I'm trying to put into your mind, Lakini nataka kuweka katika mawazo yenu, into your heart, katika mioyo yenu, what your inheritance is. urithi wenu ni nini. You may think you're Kisii. Mnaweza fikiria nyinyi ni wa Kisii. You may think that you're Kikuyu. Mnaweza fikiria nyinyi ni wa You Kikuyu. may think you're Kamba. Mnaweza fikiria nyinyi ni wa You Kamba. may think you're Kalenjin. Mnaweza fikiria nyinyi ni wa Kalenjin. But you are from the tribe of Judah. Mnatoka katika familia na The urithi wa Lion of Yuda. Judah. Simba wa Yuda. The Lion of Judah. Simba wa Yuda. Hallelujah. Hallelujah. I have these names. My Kikuyu name is Macharia. Jina yake ya Kikuyu anaitwa Masharia. My name in Masai is Lemayan. Jina yake ya Kimasai ni Lemayan. I have different names. Ako na majina mengi. I think my name in Kisii Jina yake ya Kikisii is Chintugo. ni Chintuga. Yes. Entuga. But I want to make this clear Nataka niwahakikishie that kwa you mambo haya are an heir. ya kwamba nyinyi ni warithi, That these are not just slogans. ya kwamba hii si vitu tu vya This is kusemwa, if you have this ya kwamba nyinyi mmepokea by the hii blood of Jesus. kwa damu ya Yesu. All the curses are washed Laana away zote zimeoshwa from previous generations. kile kizazi kilichotangulia. I don't care if your great grandfather Haijalishi kama babu ya babu yako had cancer alikuwa na and your saratani grandfather na babu yako had cancer. alikuwa na You saratani. are of the tribe of the Lion of Judah. Wewe ni wa kabila ya jamii ya Yuda. Completely different. Wewe ni tofauti kabisa. So then, Wow. in his land, Katika nchi hii they set up a kingdom. wakaweka And they ufalme, had wars with Palestine wakawe na vita na wapalakali and the kings of Lebanon. na wafalme wa Also. Lebanoni. And Egypt fought many times. Hata Misri kapigana sana. Simpigane nyinyi bwana, piganeni. We simpigane, pigana, piganeni. Hiyo si vita, ipigane. Wanapiga Israeli wote. But every time, Kila wakati, every time they attacked, wakati wote it was wakimpiga, part of a plan ilikuwa sehemu ya mpango to give the people of God even more land. kupatia watu wa Mungu Push shamba back, zaidi. push back. Wasukume hawa sasa, sukuma hao wote, wasukume. He got Sukuma. more. Akapata sehemu The sasa, kingdom grew ufalme ukakuwa and they became very rich. na wakawa matajiri zaidi. The richest man to ever live Mtu tajiri zaidi was aliyeishi named Solomon. aliitwa Sulemani, And he received a great queen. na alipokea malkia fulani. And she was from a kingdom called Nubia. Alitoka katika ufalme unaitwa Nubia. I don't take the time. Asichukue muda. Many of you think that the knowledge of God was brought here by missionaries. Wengine wenu mnafikiria fahamu ya Mungu You thought ililetwa it na was brought by wamishonari. Methodist Mnafikiria missionaries. kwamba ililetwa na But when Wamethodisti. the UK was still worshiping idols, Wakati kule UK walikuwa wanaabudu sanamu, from this area, kutoka sehemu hii they reached out to Israel. walifikia Israeli, And the Queen of Sheba, na malkia wa Shiba, her name is known as Makeda. jina lake alikuwa anatambulika kama She Makeda, brought hundreds of millions of dollars in offering. akaleta mamilioni ya madolari kama I thank sadaka. God for the offering we just had. Ninashukuru Mungu wa sadaka ambayo But tulipokea. the foundation of this part of Africa Lakini msingi wa sehemu hii ya with Afrika God, pamoja na Mungu, much of it was lost. mingi sana ilipotezwa. But it is, the truth of it is not something that was brought here by foreign missionaries. Ukweli ni kwamba si wale wazungu ndio walileta vitu People in this hivi. part of the world Watu katika sehemu hii ya wanted to ulimwengu know the true God. walitamani kujua Mungu wa And kweli. she went to Israel. Alienda kule Israeli, And she malkia. went with Solomon. Alienda kwa Sulemani, And many historians believe na wahistoria wengi that wanaamini she gave birth to his child ya later kwamba on. alizaa mtoto na Sulemani. That's another story. Hiyo ni historia My nyingine. Ethiopian name is Menelik. Jina lake la Kiethiopia ni Meneleki. That's another story. Hiyo ni historia nyingine. But God raised up Israel. Mungu akainua Israeli. But what happened? Najua nini kilitendeka? With all the success, Kwa kufanikiwa huku with kote all the blessing, na baraka hizi zote, they started to forget God. wakaanza kumsahau Mungu. Solomon Sulemani had
700 wives. Alikuwa na wake 700. And 300 concubines. Na mipango ya kando 300. Now men, wanaume, don't even think about it. Usifikirie kitu kama hiyo. Why would you want 700 women? Kwa nini utake wanawake 700 fighting wapigane about the right way to make mokimo? Njia mzuri ya kupika mokimo. Can you imagine a kitchen? Hebu fikiria with 700 women na wake 700. Now, if he had 1,000 women, alikuwa na wake 1000. That means each woman got to see him once every 3 years. Inamaanisha mwanamke mmoja alikuwa, wanawake wote walikuwa wanamuona mara moja baada ya miaka 3. It's a very bad plan. Hiyo ni mpango mbaya zaidi. So they started worshiping other gods. Wakaanza kuabudu miungu mingine. Then he had a son. Kisha akawa na mtoto named Rehoboam. Anaitwa Rehoboam. And they lost 10 of their tribes. Wakapoteza kabila 10 and then finally they ended up losing everything. Na baadaye wakapoteza kila kitu. And they were carried away. Wakachukuliwa to Babylon. Wakapelekwa Babiloni. And also Assyria. Na kule Syria. And also Ur. Na kule Ur. And they were in captivity. Walichukuliwa mateka. But when they were in captivity, lakini walipokuwa kule mateka, they prayed to the Most High God. Wakamwomba Mungu aliye juu. Daniel saw in the Bible. Daniel saw in the Bible. Danieli akaona katika Biblia. Jeremiah 29. Yeremia 29. That God after 70 years would bring the people home. Mungu baada ya miaka 70 atawarejesha nyumbani. But he didn't just read it. Lakini hakusoma. He prayed it. Aliomba. He gave birth to it. Alizaa. When you come to the Friday Kisha, napokuja katika maombi ya Ijumaa usiku, the vision of this church, maono ya kanisa hili, is being given birth to. Inazaliwa. That's how the great things come into pass. Vitu vikuu vinavyokuja kutimia. These same armies and these same kingdoms, jeshi hii na ufalme huu, that took Israel captive, ambao walichukua Israeli mateka, God touched them. Mungu akawaguza. And they started saying, we're going to pay for you to go back to Jerusalem. Wakaanza kusema tutawalipa murudi Yerusalemu. We're going to pay for you to rebuild Jerusalem. Tutawalipa mjenge Yerusalemu. These same people that were enemies. Watu hawa ambao walikuwa adui zao. Because the thing we need from God, kwa sababu kile tunachohitaji kutoka kwa Mungu, is favor. Ni kibali. Can we say kibali? Sema kibali. Favor. Kibali. Sema kibali kwa nguvu. That's okay. Ni sawa. If you just want to stay mzee wa kijiji. Nataka tu kuwa mzee wa kijiji. If you just want to think, when do I get to go eat the ugali? Naanza kufikiria sasa nitaenda kula ugali sana. But I'm trying to share with you. Kile ambacho tunataka kushiriki nanyi. When you receive Jesus Christ. Kwamba mpokee Yesu Kristo. If you will receive it. Kama utapokea. You became part of a great spiritual legacy. Unakuwa na mtu wa kufanikiwa katika mambo ya kiroho. God's eye is upon you. Macho ya Mungu juu yako. And so this country, nchi hii that was in captivity, ambayo ilikuwa mateka, was brought back. Ikaregeshwa. Brought back to their land. Ikaregeshwa kwa nchi yao. Then came Jesus. Basi Yesu akaja. They could not recognize him. Hawakumtambua. They were blinded. Walikuwa wamefungwa macho. They couldn't see him. Hawangeliweza kumuona. But it was part of the plan of God. Lakini ilikuwa ni mipango ya Mungu. Because God was wanting all of the Gentiles to receive Christ. Mungu alitaka watu wa mataifa wapokee Kristo. Here we'll use this. Atatumia hiki. Israel was blind. Israeli ilikuwa imefungwa macho. Could not see. Hawangeliona. Could not recognize Jesus. Hawangetambua Kristo. And so he was crucified. Kwa hivyo akasulubiwa. And after that the judgment came upon Israel. Baada ya hiyo hukumu ikaja juu ya Israeli. They were carried away. Wakachukuliwa mateka. Into Europe. Akapelekwa into other places. Katika sehemu nyingine. Until 1948. Hadi mwaka wa 1944. At one time 6 million of them were killed. Wakati huo watu milioni 6 waliuawa. By a man named Hitler. Kuna mtu alikuwa anaitwa Hitler. Out of Germany. Kutoka Jerumani. The devil has tried to wipe out Israel. Shetani alijaribu kuondoa Israeli. Wende ikawa alitamani kukuondoa. But God heard the prayers. Lakini Mungu akasikia maombi. God brought them back. Mungu akawarejesha tena. God gave them great favor. Mungu akawapatia kibali. In 1947. Kwa mwaka 1947. They declared that they were going to be a country. Wakatangaza kwamba watakuwa nchi. 1948.
1948. Mwaka Even 1948 Russia hata recognized Urusi them. pia wakawatambua. America recognized Amerika them. ikawatambua. So many countries Nchi mingi recognized zikaanza them. kuwatambua. Now right away there was another war. Sasa hivi pia kukawa na vita. Hebu kujeni, pigeni Israeli, pigeni Israeli. Iraq, wote hao Syria wakaanza kupiga Israeli. Wakaanza kupiga Israeli. Mnapigaje Israeli? This how the Kisii warriors fight? Hivi ndio Wakisii wanapigana. Wameng'edhi hawapigani. Fight back. Ampigeni yeye. Mwaka makomo. Listen to me. Israel was supposed to be a very tiny country. Israeli ilikuwa inahitajika kuwa nchi ndogo kabisa. Because of this war, kwa sababu ya vita hii, they doubled. Wakapanuka. They got twice as big. Wakapanuka zaidi. And they were attacked again in 1967. Mwaka 1967. Hallelujah, let's attack them. Piga hata teke. And in 1967, na mwaka wa 1967, they recovered Jerusalem. Wakarudisha Yerusalemu. You can pick up any newspaper. Unaweza chukua gazeti yoyote. And you will see Israel. Na utaona tu Israeli kitajwa, Israeli kitajwa. If you open your Bible, hata ukifungua Biblia yako, kila mahali wanataja Israeli, so Israeli. You can know utajua that you are walking in the truth. Ya kwamba unatembea kwa ukweli. That the word of God, ya neno la Mungu, really is the word of God. Ya kwamba kweli ni neno la Mungu. There is no other people. Hakuna watu wengine. There's no other book. Hakuna kitabu kingine that you could just open it up ambacho utafungua and look at the news na ukiangalia habari see what is going unaona kile ambacho kinatendeka hapa. So right now, kwa hivyo sasa hivi, there is this terrible thing. Kuna kitu hichi kibaya zaidi. Is that Israel today, ya kwamba Israeli leo is still blind. Bado wamefungwa macho. They cannot see the Messiah. Hawezi ona Mesia. I was very lucky. Alikuwa na bahati sana. Or blessed actually. Kubarikiwa kweli. And Morris Cirillo also. Na Morris Cirillo pia. He grew up Jewish. Alikuwa kwa Myahudi. He was an orphan. Alikuwa ni yatima. His father was a drunkard. Baba yake alikuwa ni mlevi. Changa. Alikuwa anakunywa changa. His mother died of cancer. Mama yake akafa na saratani. But God came to him. Lakini Mungu akakuja and opened his eyes. Akafungua macho yake. The Bible says in Romans chapter 11. Biblia inasema katika Rumi 11. This blindness is happened to Israel. Imetendeka kwa Israeli. Until the Gentiles are saved. Ili watu wa mataifa waokolewe. In other words, as soon as you reach inasema baadaye mtakapofika all of Kenya, mtakapofikia Kenya mzima. And listen to me. Nisikize sasa. God is using Kenyans. Mungu anatumia Wakenya all over the world. Ulimwenguni kote sasa. I could take you to Japan. Naweza peleka Japan. I could take you to the United States. Naweza peleka kule UK. I could take you to Europe. Naweza peleka Europa. Listen to me. Nisikize. A Kenyan. Kuna Mkenya. He can walk in Moscow. Anaweza enda kule Moscow. He can walk in Kiev. Anaweza tembea kila sehemu. Mtoto amepiga makofi, ameelewa hii. Ndio hiyo. Mtoto ameelewa hii. He can walk in Tehran. Anaweza tembea kule Tehran. He can walk in Tel Aviv. Anaweza tembea Tel Aviv. Your leaders have kept you out of the fight for civilization. Viongozi wenu wameweka mbali na vita hivi. And so God may even be using some of you. Na Mungu pia anatumia wengine wenu. In this great end time harvest. Katika muda huu wa mavuno ya nyakati za mwisho. But the day will come. Yes. Ya kwamba atakuja. The day will come. Ya kwamba atakuja. When the blindness will depart. Ya kwamba wakati utafika wokovu utaondolewa. Na Israeli sasa itapona. Hallelujah. 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 It will be like life from the dead. Itakuwa kama kufufuka kutoka kwa wafu. In about 15 minutes. Kwa dakika 15 zijazo. I've taken you through almost the whole Old Testament. Nimewatembeza agano ya kale yote. And I hope you are clear. Nimejua mmepata kuelewa. There is a blessing of Abraham. Ya kwamba kuna baraka ya Ibrahimu. It is not asking someone to pray for you. Si kwamba mtu tu akuombee. If you are clear kama uko na uhakika who you are, ya kwa wewe ni nani, Christ in you, Yesu ndani mwako, the hope of glory, matumaini ya utukufu, that God wants uzao wa tumbo yako, and the fruit of your ground, na mazao ya shamba yako, the fruit of your cattle, na mazao ya mifugo yako, the increase of your
your kind. The flocks of your sheep. Blessed will you be when you come in. Blessed will you be when you go out. The Lord will cause your enemies that come out against you to flee before you. They will come out against you one way and flee before you 7 ways. And the Lord will exalt you. Father, this is a time when you need for Kenya to step up, because very soon they are going to be offered money by NGOs, by United Nations, by other countries, and say, if you will allow sin, then we will give you lots of money. But this is not a prostitute nation. This is a nation that fears God, that is ready to step forward, is ready to step up and be a part of God's end time plan. Let's give God a praise for the wanapoondoka. Asante sana, asante sana, asante sana, asante. Tuwapongeze kwa makofi. I don't normally share that in a Sunday morning service. Sijakuwa nikishiriki mambo haya katika ibada ya Jumapili. When I saw the international vision, wakati aliona maono ya kimataifa, and your pastor made one other statement, na mtumishi wenu akazungumza kitu fulani, I hope you listened. Natumai mulisikiza. He said it very softly. Alisema tu kwa unyenyekevu. He said we are not so much about church. Alisema sisi si kwamba tunafuatilia kuhusu kanisa. In other words, alisema hivi, we have a thing where if I'm a Muslim, kama ni Muislamu, it's Friday, ni Ijumaa, so I go to the mosque. Ninaenda msikitini. And if I am a Hindu, kama yeye ni Muhindi, I go to the Hindu temple. Anaenda kwa hekalu la Kihindi. And if I'm Christian, kama mimi ni Mkristo, it's Easter. Ni siku ya Easter. I go and celebrate Easter. Ninaenda na shangilia Easter. There's nothing wrong with that. Hakuna kitu mbaya hapo. But this is something much deeper. Lakini hii ni kitu cha ndani zaidi. This is something much more powerful. Hii ni kitu chenye nguvu. This is something that enters every area of your life. Hii ni kitu kinaingia katika kila sehemu ya maisha yako. We read in Daniel, tunasoma katika Danieli, chapter 1 and verse 20, mlango wa kwanza mstari wa 20, that the children of the covenant, ya kwamba wana wa agano. I'm speaking of these children. Ninazungumzia watoto hawa. Nazungumzia watoto hawa. It says that they were made 10 times smarter, ya kwamba walifanywa bora zaidi mara 10 than the children, kuliko watoto of those who were following witchcraft, kuliko watoto ambao wanafuata uchawi, those who were following idols, kuliko watoto wanaofuata masanamu. Now you remember how Israel became proud. Mnakumbuka wakati Israeli sasa ikawa inajigamba, they forgot God, wakamsahau Mungu. And I believe if your child, na ninaamini kama mtoto wako does very well on an exam, akifanya vizuri katika mtihani, and then walks out and says I am so smart, na anasema mimi ni mwerevu, you can lose the blessing. Utapoteza baraka. But if you give God the glory, ukipatia Mungu utukufu, if you give God the credit, ukipatia Mungu utukufu, God is wanting to use all of these children, Mungu anataka kutumia watoto hawa wote as an example kama mfano of his kingdom, ya ufalme wake, of what he is all about, ya kile yeye ndiye anachotaka kufanya. Can we bow our heads? Tuinamishe vichwa vyetu. Father, I thank you for this privilege, Baba, nakushukuru kwa fursa hii of being present here in your house, ya kuwa uwepo katika nyumba yako. And I believe na ninaamini that the people have understood ya kwamba watu wameelewa that they are heirs ya kwamba wao ni warithi of the blessing of Abraham, wa baraka ya Ibrahimu. They do not get up in the morning ya kwamba waamke tu asubuhi and expect everything from their own previous generation, na kutarajia kitu kutoka kwa kizazi kilichotangulia, but they expect, lakini wanatarajia the blessings, baraka, and also the challenges, na pia changamoto, and also the wars, na pia vita, but they will win those wars, lakini watashinda they will overcome those watashinda vita hivi, and they will rejoice, na watashangilia. Father, most of us today, Baba, wengi wetu hapa are in the family of God. wako katika familia ya Mungu. I'm asking if we could bow our heads, ninaomba kwamba kama tuinamisha and vichwa, not look around at each other, tusiangaliane mmoja kwa mwingine. Now listen carefully. Sikiza kwa makini. If you are sure kama uko
uko na uhakika that if you were to step out of this building, kama ungalitoka nje ya jengo hili and you were to die, na ukufe, if you are sure kama uko na uhakika that you would go to heaven, kwamba ungelienda you're mbinguni, sure the angels of God uko na uhakika malaika wa would Mungu come watakuja and bring you into the presence of God, watakuinua mbele ya uwepo wa and Mungu, there would be a wonderful house prepared for you, na kutakuwa na nyumba nzuri imeandaliwa kwa and an ajili yako, eternal life. na uzima wa milele. If you are sure Kama uko na uhakika that you are born again, kwamba and umeokoka that Christ is in your na heart, Kristo wako katika moyo while we're wako, all bowing our sisi heads, wote tukiwa tumeinamisha we're vichwa not vyetu, looking at each other. hatuangaliani moja kwa mwingine. I want you to raise your hand Nataka high, uinue mkono wako juu. and I don't want to make you doubt. Sitaki ukuwe na I tashwishi. don't want to make you doubt. Kama umeokoka sitaki ukuwe na I'm not tashwishi. saying maybe if you committed some sin, Sitaki kusema pengine ulifanya kadhambi but you repented of that sin, na ukatubu hiyo you dhambi apologized to na God. ukaomba msamaha kwa Mungu. If you are sure you are going to be with Christ Kama uko na uhakika utaenda kuwa na Kristo when you die, utakapokufa, I want you to raise your hand. nataka uinue mkono wako juu. I think Kama uko na uhakika. more of us should be raising our hands. Najua wengine hamjaliasikia. I'm Kama not- uko na uhakika I'm not ukikufa, asking you to be humble utaenda- now. Sitaki kuomba, sikuombi kwamba unyenyekee. All right, now, Sikia while sasa, our heads are still bowed, tukiwa tumeka mikono so chini that ya I vichwa could vimeinamishwa, pray for you, nataka niwaombee so that you could be eligible ili muwe pia for the blessing of Abraham. muwe katika baraka ya If Ibrahimu. you are not sure, Kama amuko na you are uhakika not convinced kwamba haujashurutishwa that you would go to heaven, kwamba utaenda mbinguni, you have said good things about Jesus, umesema vitu vizuri kuhusu Yesu, but you have not given him your life, lakini hujampea maisha yako. I am sharing right now. Nashiriki pamoja nanyi I sasa. was with Reverend Atombo Wilson in a service recently, Alikuwa na mtumishi wa Mungu Wilson Atambo hivi and it juzi, was important to na him ilikuwa ni muhimu sana to kwake. ask this question. Akauliza swali If hili, you are not sure, kama hauna uhakika, I want you to raise your hand to Jesus now, kama una uhakika ya kwamba umempokea Yesu, so uinue that I mkono wako can juu. pray for you, Tunataka kukuombea wokovu so that sasa, you can receive ili upokee the free gift kipawa cha of bure everlasting life. ya uzima wa I milele. want you to raise your hand Nataka high. uinue mkono wako I want juu, you to raise your hand uinue mkono high, wako juu zaidi kwa because unataka Almighty kuokoka. God is going to touch your life. Mungu anaenda kuguza maisha Yes, yako. Almighty God is going to touch Mungu your life. tayari ameanza kuguza maisha yako. My brother, why don't you come forward? Wale Mama, wameinua Mama mikono in the juu. yellow, why don't you come Simama forward? tu kuja hapa mbele. Wale wameinua mikono. It says in, hallelujah, it says Hallelujah. in Luke 14:23, Inasema katika Luka to compel them to 14:23, come. umwasurutishe We're going to waje. take another moment. Tunaenda kuchukua muda tena. If there are others of you, Kama kuna wengine you wenu want this day nataka siku to hii be the day ikawe siku that you give your heart to Jesus. ambayo umepeana maisha yako kwa I want Yesu. you to raise your hand Nataka high uinue mikono yako juu so that I zaidi could see it. ili We're tutakaoione. going to pray. Tunaenda We're kuomba, going to make it firm. tunaenda Mama, why kuhakikisha don't you come with us? Thank you. unatamani kumpokea huyu Yesu. Because I am so excited. Nimesisimuka sana Because you're already in a house of kwa God sababu mko tayari kwa nyumba ya where Bwana. you're going to be fed, Mnaenda kulishwa, where you're going to be nurtured, mahali ambapo mnaenda kukuzwa. where you're part of an international vision. Ninyi ni sehemu ya maono ya kimataifa. Jesus Christ only had an international vision. Yesu alikuwa na cheti cha kimataifa. He said to these villagers, Alizungumzia watu hawa kijiji, go into all the world. enendeni ulimwenguni kote. Did he not say that? Ya alisema He hivyo. said, go to all nations. Alisema endeni mataifa yote. So, and you have a tremendous program Na mko na mpango mzuri for the guests afterwards. ya wageni baada ya hii. You have a pastor Mko na mtumishi who is wako personally interested in you. ambaye ako na mtazamo He mzuri kwa will ajili know yenu. and remember your name. Atawakumbuka na anajua majina yenu. Because 1 Peter chapter Kwa 5 sababu Petero wa kwanza mlango wa 5 tells the pastors to feed the flock of God. inaambia watumishi wa Mungu wakalishe kwa kondoo za Mungu. Now, I don't want us to be quiet Kisis Sitaki today. tuwe wakisi wa nyamavu. Let's not be quiet Kisis. Tusiwe wakisi wale wa We're kunyamaza. going to pray. Tunaenda And kuomba. I want us to, I know many of you speak English, Najua wengine wenu mnaongea but Kiingereza, I want us to wait lakini nataka mngoje. for Apostle Otema. Baada ya mtumishi wa Tema And we're hapa, going to pray a prayer. mtaomba ombi. Because it says in Romans 10, 9 and Kwa 10, sababu inasema katika Warumi 9:9-10,
confess with your mouth mkikiri kwa vinywa vyenu the Lord Jesus, na kwamba Bwana Yesu, and believe in your heart mkaamini katika mioyo that yenu God hath raised him from the ya dead, kwamba Mungu alimfufua kati ya wafu, you shall be saved. mtaokoka. And this is a great house to be saved Na hii right nyumba here. nzuri kuokoka leo. Hallelujah. 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 This is a joyful day. Hii ni wakati wa furaha. Hallelujah. Hallelujah. You may get to your ugali a little bit later, Then mtachelewa kwenda kula ugali, but you will be happy. lakini You will mtafurahi, be fulfilled, mtatimiza, and you will see mtaona this blessing of Abraham, baraka hii ya this Ibrahimu, favor. hii kibali. People will look at you differently. Watu wataona tofauti, But remember, lakini kumbuka, it's not you. si wewe. Give God the glory. Patia Mungu Give tukufu. God the credit. Patia Mungu Give tukufu. God the credit. Patia Mungu tukufu. Father God, I want you to repeat this loudly after me. Nataka mrudie kwa Loudly. sauti, kwa sauti. Father God. Baba Mungu. Semeni kwa Kiswahili, All Baba of you that Mungu. are at the altar. Wale wote mko kwa madhabahu. So we'll be patient. Tutawangojea. Some of you think that you should always be quiet in church. Wengine wenu mnafikirianga kwamba lazima muwe But wanyamavu let's say it out loud. lakini semeni kwa Your sauti. mouth, Vinywa vyenu, your mouth vinywa vyenu is so important. ni ya muhimu sana. God spoke this world into existence. Mungu akazungumza ulimwengu huu na And you're ukawa, going to speak na nyinyi mtaenda kuzungumza your world, ulimwengu wako, your new world. ulimwengu wako mpya. Father God, Baba Mungu, I come to you. nakuja kwako. Now, if you don't mind, I know you speak English. Najua mnazungumza But if we Kiingereza, could join in Kiswahili to all be together. ili sisi wote tukue kwa Is that pamoja, okay? turudie kwa Kiswahili, achana na come to Kiingereza. you. Nakuja kwako In the name of Jesus, kwa jina la Yesu, who I believe yule ninaamini is your son. ni mwanao. I believe he died for me Ninaamini alikufa kwa ajili yangu and rose again. na akafufuka tena. Jesus, Yesu, Yesu, I'm sorry for my sins. naomba msamaha wa dhambi zangu. naomba msamaha dhambi zangu. I renounce those sins. Ninakataa hizo dhambi, Ninakataa hizo dhambi. I renounce ninazikataa Ninazikataa all witchcraft. uchawi wote. uchawi wote. Come into my heart. Kuja kwa moyo wangu, kuja kwa moyo wangu. Wash me in your blood. Nioshe kwa damu yako, Nioshe kwa damu yako. And give me everlasting life. na unipe uzima wa milele. Na unipe uzima wa milele. Take away every curse. Toa kila laana. Toa kila laana. And give me this great blessing of Abraham. Na unipe baraka ya Ibrahimu. Na unipe baraka ya Ibrahimu. That you promised. Ambao uliahidi. Ambao uliahidi. Now I just want to pray, Father, your word says Baba, neno lako linasema that if we are not ashamed of you, ya kwamba kama hatutakuaibikia, you will not be ashamed of us hautatuaibikia before the angels of God. mbele ya malaika. Unazungumza majina yao To your Father. kwa baba yako, And your hand is stretched out. na mikono yako It's imenyooka, stretched out on their families. imenyooka kwa jamii It's zao, stretched out on their marriages. imenyooka kwa ndoa zao, It's stretched out on their needs. inaguza mahitaji yao, It's stretched out inanyooka chini to protect them, kuwalinda, to protect the children kuwalinda watoto wao from wrong friends, kutoka na marafiki from wabaya, accidents. kutoka kwa ajali. Your word says Neno lako linasema their angels kuna malaika are always beholding God. wanawaguza Oh, Mungu. Rabakashira. Thank you, Jesus. Hallelujah. Wale wote wamekuja mbele Right now, we break the power tunavunja nguvu of every evil ya spirit. kila roho We mchafu, break the power tunavunja kila of nguvu every spirit ya kila roho that would hold them back ambayo itawarudisha nyuma from realizing their potential. kuliko kutambua uwezo In the wao. name of Katika Jesus, jina la we Yesu release the tunaachilia blessing of God. baraka ya Mungu. Hallelujah. Hallelujah. Oh, thank you, Jesus. Asante Yesu. Now I'm asking you, Lord, Sasa ninakuitisha in the Mungu next 24 kwa hours, masaa 24 I want you to come to them naomba Bwana ukashuke juu yao and do something very na special. ukafanya kitu special, And when they're alone, na wakati wako wao peke yao, they shut the door. wakati wamefunga They milango, know they are not alone. wakatambua wako peke If they're yao, praying to the Heavenly Father. wanapoomba na Mungu wa And mbinguni. He's not a God that just does nothing, Ni Mungu ambaye tu kwamba hawezi kosa kufanya jambo, but He leads them, lakini anawaongoza, guides them, and anawaongoza He makes their way
prosperous. Na inafanya njia zao In kufanikiwa. Jesus' name. Kwa jina la Yesu. Hallelujah. Hallelujah. Katika jina la Kwa Yesu. jina la Yesu. Hallelujah. 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 Now we're at about our time limit, but I also want to know if you're suffering today. Let's bow our head again. Tuinamishe tu vichwa vyetu. Uende uko hapa na uko na shida katika mwili If wako. you're suffering in your physical body. Uko na shida katika mwili wako. If you're suffering any kind of pain. Uko na uchungu wa aina yoyote. If you're suffering any type of affliction in your bones, unaugua na shida katika mifupa yako, in your back, kwa mgongo wako, if you're suffering in your digestion or your stomach, uko na shida kwa tumbo yako, if you have any problem in your physical body, uko na shida yoyote katika mwili wako, sikataba, uko na hitaji lolote, I want you to get ready. Nataka ukwe tayari. Because the power of God is going to hit this place. Kwa sababu nguvu za Mungu zinashuka hapa. God is going to release His power. Mungu anaenda kuachilia nguvu zake. But we're not going to take a lot of time. Hatuendi kuchukua muda sana. We're not going to take a lot of time. Hatuchukui muda mrefu. In the name of Jesus. Kwa jina la Yesu. We're not going to take a lot of time. Hatuchukui muda mrefu sasa. God is going to send. Mungu anaenda kutuma His healing gift. Kipawa chake cha uponyaji juu yako. It's like warm liquid fire. Ni kama moto tiririkao. If you have that need, kama uko na hitaji hilo, I want you to raise your hand. Nataka uine mkono wako juu. I want you to raise your hand. Nataka uine mkono wako juu kama if ni you have a mgonjwa. sickness in your body, kama uko na maradhi yote kwa mwili wako. In the name of Jesus. Katika jina la Yesu. Father, we release right Baba, now tunaachilia sasa upon the people of juu ya God. watu wako hawa. We release your healing virtue. Tunaachilia uponyaji wako. We know your blood was shed. Tunajua damu yako ilimwagika. To take away our sins. Kuchukua dhambi zetu. But we know that your body was broken. Lakini tunajua mwili wako ulichipuliwa. Give us kutupatia healing in our physical body. Uponyaji kwa mwili wetu. Come to us right now. Ikashuke kwetu sasa. Now I want you to take your hand. Nataka uchukue mkono wako sasa. And I sasa. want you to put it where you've been suffering. Na ukekelee mahali pana magonjwa. If it's a tumor or a growth. Kama ni uvimbe. I want you to put your hand on that tumor. Nataka ukekelee mkono kwa uvimbe. Mark 16:18. Marko 16:18. Says they will lay hands on the sick. Inasema ataekelea wagonjwa mikono. And they will recover. Na watapona. This is the promise of God. Hii ni ahadi ya Mungu. If it is a migraine head kama ni kichwa imekusumbua, that has kept you from sleeping, ambayo imekutatiza hata ulali, kept you from focusing, imekuzuia kutazama vizuri, put your hand vizuri, on your head. weka mikono kwa kichwa chako. If it is a shoulder condition, kama ni shida ya mabega, or if it is a back condition, kama ni shida ya mgongo, or if it is a digestion, kama ni shida ya tumbo, or if it is a heart problem, kama ni shida ya roho, or if it is a blood pressure kama problem, ni shida ya damu, put your hand there right now. Weka mkono pale sasa. Thank you, Jesus, tunakushukuru that Yesu you have come down ya kwamba umekuja and you are going forth in this place, na unatembea sehemu hii, because the people are full of faith, kwa sababu watu wako na imani, full of the faith of God, wamejaa na kipaji cha Mungu, full of the faith of God. Imani ya Mungu. They can feel the power of God. Wanasikia nguvu za Mungu ikiwagusa. They can feel the power of God. Wanasikia nguvu za Mungu. Making everything straight. Kunyoosha kila kitu. Everything that was crooked. Kila kitu ambacho kilikuwa kimekunjama na kunyoroka. Tunakushukuru Bwana. Thank you for your gift of the working of miracles. Tunakushukuru kwa kipaji cha kutenda miujiza. That they have patiently heard the word. Tunashukuru kwa sababu wametulia kusikia neno. They came to the house of God. Wamekuja kwa nyumba ya Mungu. They patiently heard the word of God. Kusikia neno la Mungu. And now, Lord, na sasa Mungu, you are giving them unawapatia their portion. Sehemu yao. You are breaking the power. Unavunja of everything that binds ya them. kila kitu ambacho kinawafunga. Everything that afflicts ya kila kitu ambacho them. And you are giving them na unawapatia that presence uwepo huo of the shalom, ya shalom, the peace. Amani. You are repairing. Unarekebisha. Yes, you're putting it back in place. Ndio Bwana unarejesha. You're putting it back in place. Bwana unarejesha. You're repairing it. Bwana unaandaa. You're fixing it. Unarekebisha. Because you created our bodies. Kwa sababu uliumba mwili wetu. Na neno lako linasema that the Lord is for our bodies. Ya kwamba Mungu ni kwa ajili ya mwili wetu. He is in favor of our bodies. Ako na kibali kwa mwili wetu. He is fighting for our bodies. Anapigania mwili wetu. Michael the archangel. Mika yule malaika mkuu. For the body of Moses. Pigana kwa ajili ya mwili wa Musa. Daudi fought for the sheep. Alipigania kondoo. When their bodies were attacked. Wakati miili yao ilipigwa. By lion and bear. Na simba na dubu. David went and killed the Daudi bear. alienda akaua dubu. He killed the lion. Na akaua simba.
everyone right now. I know they can feel it. Oh, we're going to stay in prayer just a little bit longer. We're going to stay in prayer. Ambia Bwana guze wa sehemu katika jina la Yesu. Anatiririka, roho wa Mungu anatiririka kama moto juu ya mwili wako, akiponya kila magonjwa, akirekebisha kila shida, kila kiungo ambacho kuna tatizo. Moto wa Mungu unashuka, moto wa Mungu unashuka, moto wa Mungu unashuka. Ndio Roho Mtakatifu anashuka, ndio hizo nguvu za Bwana zinashuka, hizo nguvu za Bwana zinashuka. Shika hiyo nguvu za Bwana zinashuka, nguvu za Bwana zinashuka, nguvu za Bwana zinashuka, nguvu za Bwana zinashuka, nguvu za Bwana zinashuka kama moto, kama moto. Nguvu za Bwana zinashuka, nguvu za Bwana zinashuka, nguvu za Bwana zinashuka katika jina la Yesu. Roho zinatoka, roho zinatoka, roho zinatoka, ndio hiyo zinatoka. Moto wa Mungu unashuka, moto wa Mungu unashuka. Achilia mbele za Mungu, achilia mbele za Bwana. Ndio hiyo, 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 ndio hiyo. Moto wa Mungu unashuka, ndio hiyo, ndio hiyo, ndio hiyo, ndio hiyo, ndio hiyo, ndio hiyo. Achilia, 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 achilia. Continue to receive it. And yes, some demons are manifesting because they are being expelled forever. And there is a great anointing on Mama Helen's team as well. They have cast out every spirit of torment, every spirit that causes discomfort. We cast it out in Jesus' name, and we replace it with the goodness of na wema wa Mungu. Haleluya, haleluya, haleluya. Shangilia Bwana, haleluya, haleluya. Shangilia Bwana, haleluya. Haleluya Bwana, tukushukuru Bwana, tukuinua. Shangilia Bwana, haleluya. We praise you. We praise you. If God has touched your body, why don't you raise your hand and let me just see that God has reached out to you. Has he touched your body? Kama Mungu ameguza mwili wako, ulikuwa na shida na umesikia tofauti, ulikuwa mgonjwa na unasikia, umesikia nguvu za Mungu ikikuguza, ina mkono wako juu kama umesikia nguvu za Mungu zimekuguza. Oh, hallelujah, 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 hallelujah. Asante Yesu. Shida ilikuwa nini? She had a hearing problem. Which ear? Gano? Is it total deafness or just partial? Ilikuwa ni usikii kabisa ama ilikuwa tu kidogo? Yes. The pain, okay. Heavenly Father, we don't just want momentary relief. We care about tomorrow morning. We care about tonight when she goes home. We care about after this afternoon. So in the name of Jesus, this is not a hearing problem. This is an earache of congestion. In the name of Jesus, we break the power of this condition. And we command not only the pain is gone, but the comfort of God. Comfort is there for us. The good feeling that is same as her, the same as in her left ear. Oh, thank you, Jesus. Hallelujah. 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 Unasikiaje sasa? Okay, but we want you to feel, what is your name? Divina. That means like God, divine. Yeah, divine. We, Heavenly Father, she said she's feeling okay. But we stand with Divina in agreement. We want her to have 100% victory. For tomorrow, for the day after, for the day after that, we want her to walk in the blessing of God and the blessing of Abraham. In Jesus' name. Hallelujah. 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 Papa, talk to us. Baba tuongeleshe. Papa, talk to us. Baba tuongeleshe.
How do you feel now? Hallelujah. 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 Shangilia Bwana. Hallelujah. Sifu Bwana. Hallelujah. Hallelujah. Thank Hallelujah. you, Jesus. Asante Yesu. Where's our sister that was had the manifestation here? Dada yetu ako wapi? Can you sing with us just for a moment? Imba pamoja nasi kwa muda sasa. Because the Bible says Kwa sababu Biblia inasema in Mark 9:29, Marko 9:29, there are many places kuna sehemu mingi sana where God reminds us. mahali Mungu anatukumbusha. Actually, also Matthew 12:44. Hata Mathayo 12:44 God reminds us Mungu anatukumbusha that some things come out just by fasting. kuna vitu vingine vinatoka kwa kufunga na The group kuomba. of Helen's prayer people, Kikundi hiki cha Ellen they fast a lot. wanafunga sana. But also the Bible says Pia Biblia inasema when it goes out, wakati inapotoka sometimes it comes back saa zingine inarudi and tries to get back in. na inajaribu kuingia And if the tena, house is empty, na kama nyumba ni tupu then it tries to come in. inajaribu kuingia. So this is a great church Hii ni kanisa nzuri with the praise and worship kwa kikundi cha sifa and na with the kuabudu word na neno to pia stay full, kuikuwa hapo so the kamili devil cannot come back. ili shetani He asirudi. cannot come back Hawezi rudi because it's already crowded. kwa sababu tayari imejaa. Hallelujah. Hallelujah. It's being forced to surrender. Hallelujah. 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 Ndiyo Bwana, hallelujah. Jazwa katika jina la Yesu. Name of Jesus, hallelujah. Out from her. Out in the name of Jesus. That's a different one though. Hiyo ni tofauti. That's a different Inatoka. one. Inatoka. Inatoka. Nje toka. 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 In the name and blood of the Lord Jesus Christ. In the name and blood of the Lord Jesus Christ. You must obey. You have to obey. You have to obey. You have to obey. In the name of Jesus. She belongs to God. She belongs to God. She belongs to God. In the name of Jesus. She belongs to God. Hallelujah. Hallelujah. She has to belong. Yes. You are God's property. You are God's property. He paid with his blood. He paid with his blood. You don't belong to those spirits. You don't belong to those spirits. You don't belong to those spirits. Your mind belongs to God. Your body belongs to God. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Jesus. Asante Yesu. Kataya katara babosaya. Rima kataya. Yes. Rima katara. All of them. All of them have to go. 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 Yes. All of them have to go. Kwa mawazo toka, kwa mawazo toka, kwa roho yake toka, amili yake toka, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, yote toka, yote toka, yote toka, yote toka, yote toka, yote toka. Yo, come up, toka. In the name of Jesus. 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 Tunakutisha chini ya miguu ya Yesu. Tunakutisha chini ya miguu ya Yesu. Katika jina la Yesu. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah.
Bwana. Wale ambao tumeokoka, For those who are saved, na walika pale nje kwa hema, tutaketi pale. I invite you out there, the tent will sit there. Wale ambao tumeokoka, for those who have received, ni wageni umekuja siku ya leo, and those who have come today, they are our visitors today, na kuomba uje pale nje, kuna hema pale, tutapitia mlango huu, kuna hema pale, tutaketi pale. I request you also, we use this door, there is a tent out there, we sit there. Naomba tuketi kwa dakika moja, nifanye tangazo moja, tumalize ibada. Let us have our seats and I do one announcement, then we finish the service. Amen. Amen. Wow, thank you great people. Asante watu wazuri. God bless you so much. Mungu awabariki sana. For those that are fellowship here every Sunday, wale wanashiriki hapa kila Jumapili, we know that we usually don't come to this time. Unajua kwamba sisi hatufiki mpaka huu muda. But we extended this because the grace is sufficient. Sasa sisi tuliweza kufanya kafika wakati huu kwa sababu neema inatosha. And God has sent our brother Don, na Mungu wetu ametuma ndugu wetu Don, a servant of God from California. Ndugu wetu kutoka kule California. Bwana Yesu asifiwe. Hallelujah. Hello. Hello. We could not limit the time. Sasa sisi hatungeweza kuweka muda uwe mfupi sana. Amen. Amina. That's why we allowed the Holy Spirit. Roho Mtakatifu wa Bwana akaweza kuchukua ushukani. Bwana asifiwe. Hallelujah. Sokoro kwa mwako minomo kisange oko kuandi akiweta magana ya. Amen. Amina. Amen. 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 In Israel, we say ad 120, which means until 120. Amen. Now, wokunko yobona ija 120. Bwana asifiwe. Tunaangalia 120. Sasa wewe unakufa na hujafika 25. Na tunaenda 120. Sijui kama tunaelewana, lakini niliwaambia hivi, hata mchawi yoyote hajaruhusiwa kukuroga. That there is no witch allowed to. Bwana Yesu asifiwe. As long as you are a child of God. Mradi wewe ni mwana wa Mungu. And more so a child of IVC. Na wewe ni mwana wa zaidi yote, wewe ni mwana wa IVC. Under the anointing that is here. Chini ya upako ambao uliomo mahali hapa. Are not permitted. Wewe haujaruhusiwa. In any way whatsoever. Katika njia yoyote ile. To die. Kukufa. Hello. Hello. I am not dead. I am not dead. Mimi sijakufa. So I don't want to bury the dead. Kwa hivyo mimi sitaki kuzika waliokufa. Because the Bible says, let the dead bury the dead. So I'm not dead. I'm not coming to bury you. Mimi sikuji kukuzika maana mimi sijakufa. This young man was dying. Huyu kijana alikuwa anakufa. Come here. Njoo hapa. This young man, when we began this year, I said nobody is going to die. Tulipoanza mwaka huu nikasema hivi, hakuna yote hapa anaruhusiwa kufa. The witches had sent a spirit. Wachawi walikuwa wamemrushia roho. And the spirit of death. Roho ya mauti. The spirit of death. Roho ya kifo. Was pursuing this boy. Akimfuata huyu kijana. He became very sick. Akakuwa mgonjwa sana. But the Lord helped him. Lakini Bwana akamsaidia. So the witches that were bewitching him. Kwa hivyo wale wachawi walikuwa wanamroga. So it was becoming so hard for him to die. Ikawa ngumu kwake sana sasa kukufa. Through the spirits they had sent. Kwa kupitia kwa yale maroho walikuwa wametuma. So they sent a spirit of suicide. Kwa hivyo wakatuma roho ya kujiua. So he wanted to commit suicide. Kwa hivyo alikuwa anataka kujiua. But
the moment that thought comes, wakati hayo mawazo yanakuja, he could resist it angepinga and go to the mother kisha aende kwa mamake and tell the mother, mama yake ameokoka na I hear a voice telling me, anamwambia mama nasikia sauti suicide. ya kwamba nijiue. Now one day he dreamt, sasa siku moja akaota that he is dead. Juzi tu hivi akaota amekufa. Yeah, this in fact he has missed church almost 2 Sundays. Amekosa kanisa kama Jumapili mbili. So he dreamt that he's dead. Kwa hivyo sasa akaota katika ndoto amekufa. And the people brought him right from mortuary. Kwa hivyo watu wakambeba kutoka mortuary in a casket katika sanduku to the grave. Wakamleta direct kwa grave, kwa kaburi. And I was watching. Na yeye alikuwa anaangalia. And I was with another pastor. He saw me and another pastor. Akaniona mimi pamoja na mchungaji mwingine. So this other pastor said, sasa huyu mchungaji mwingine akasema, pastor, Barry, wewe sasa zika. He's your member. Huyu ni mshirika wako, mimi siruhusiwi kumzika wewe mmoja. In his dream. Yeye anajiona katika ndoto. What did I say? Mimi nikasema nini? Nilisema nini kwa ndoto yako? Siwezi kufa mimi ni kijana kidogo. I said I will not bury this young. He is young. Pastor akasema katika ndoto, mimi siziku huyu kijana mdogo. Katika ndoto. And I said he will not die. Na mimi katika ndoto nikasema what did I do in your dream? Sasa kwa ndoto yako nikafanya nini? Niliona nimeamka ukaniingiza kati ya Shetani na Yesu, unaenda njia gani? Nikasema ya Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Hallelujah. I prayed for you. Nilikwambia, unajua kuna watu wanaogopaka kusimama mbele ya watu. Najua naelewa, maana alinieleza tukiwa peke yetu, alinieleza. Sasa hizi naona mpaka na sweat. When we were together, he told me everything. Who don't have the grace to stand before you sweating. What he saw, I prayed, calling him back. Ninamuita na mtangaza uzima juu yake. I did not accept to bury him. Kwa hivyo mimi katika ndoto sikukubali kumzika. And you know what? Na unajua nini? He's alive. Nilimwombea mpaka akafufuka. If I buried him in the dream, kama ningemzika kwa ndoto, he could be dead. Yeye angekuwa amekufa. So you are not going to die. Kwa hivyo hata wewe uende kukufa. By the way, Skiza, for your information, get this notice. Hebu pata haya matangazo. I'm not burying anyone. Mimi simziki yoyote. So don't die. Kwa hivyo usikufe. If you die at your own risk, because I'll come and resurrect you. Sasa wewe ukikufa, kufa katika hatari yako, maana mimi nitakuja nikufufue. No death. Hakuna mauti. No witch is allowed or permitted to kill you. Hakuna mchawi ambaye anaruhusiwa kukuua wewe. I declare in the name of Jesus. Natangaza katika jina la Yesu. The miracle is now fulfilled. Ya kwamba huo muujiza sasa umeweza kutimia. And sealed. Na kuweza kutiwa muhuri. By the blood of Jesus. Na damu ya Yesu. Every sorcery. Kila mchawi. Every witchcraft. Kila uganga. Is broken. Umevunjika. And destroyed. Na kuharibika. In the name of Jesus. Katika jina la Yesu. Toka. Any power. Nguvu zozote. Wanting to destroy you. Ambazo zinataka kuharibu. Out. I command you now. Na kuamrisha sasa. This one. Huyu is exempted. Huyu haruhusiwi. From death. Spirit of death. Roho ya mauti. Catch fire. Shika moto. Out. Toka. Go. Nenda. Loose him. Mwachilie huyu. I set him free. Na mweka huyu huru. He shall live. Yeye ataishi. And not die. Na hata kufa. To proclaim the goodness of the Lord. Weza kutangaza wema wa Bwana. In the name of Jesus. Katika jina la Yesu. Spirit of suicide. Roho ya kujiua. Out. Toka. Go. Nenda. Out. Toka. Out. Toka. Out. Toka. Out. Toka. Out. Toka. Go. Nenda. In the name of Jesus. Katika jina la Yesu. I set him free. Na mweka huyu huru. His body. Katika mwili wake. Soul. Nafsi. And spirit. Na roho. In Jesus name. Katika jina la Yesu. Shangilia jina la Yesu. Shangilia jina la Yesu. Kama uko hapo unasikia karoka anakuambia afadhali ungekufa. Yaani unasikia kifo ni kitu kingine mzuri sana. Yaani you think that death is so good. Nani umesikia ako kasita anakuambia afadhali ungekufa. Uko hapa hivi karoka anakuambia afadhali ungekufa. Tunakataa kwa jina la Yesu. We refuse in the name of Sema amen. Sema amen. Utaishi kutangaza mema ya Bwana. Sema sitakufa. Sitakufa. Nitaishi. Nitaishi. Kutangaza mema ya Bwana. Kutangaza wema wa Bwana. Said yesterday. Jana.
a lady came binti akaja for the class, kwa ajili ya darasa, and she was feeling unwell. hakuwa anasikia vizuri. But when she came here, Alipokuja hapa it became more severe. ikakuwa mbaya zaidi. She could not even breathe. Hangeweza kupumua. And I wanted to exempt him because it was a class. I told him, now you can go home. Maana ilikuwa darasa, nataka kumwambia sasa nenda Because nyumbani. you are not well. Maana wewe sasa hausikii And the vizuri. Spirit of God told me, Na Roho wa Bwana akaniambia, to where? aende wapi? Go home. Aende nyumbani. To do what? Kufanya nini? And she's dying. Na yeye anakufa. Give her life. Mpatie uzima. So I brought her to the altar. Kwa hivyo mimi nikamleta katika madhabahu. Hallelujah. Hallelujah. That young man, where is Gabriel? Gabriel. He was the only one in the church. Yeye tu pekee yake alikuwa kanisani. I commanded the spirit. You saw what was happening. Unaona nini ilitendeka? I commanded the spirit of death. Nikamrisha roho Because ya mauti. she could not breathe. Kwa hivyo kwa sababu yeye hangeweza kupumua. She could not breathe. Hangeweza kupumua. I commanded it. Nikamrisha hiyo roho itoke. Yesterday after that class we were going for a practical. Tulikuwa tunaenda kwa ajili ya practical. They were going for follow up. Walikuwa wanaenda kufuatilia. Because these are ministers that are coming. Maana huyu ni mhuduma ambaye anainuka. And after prayer, na baada ya maombi, she went back to class. Yeye akarudi darasani. Rejoicing. Akifurahia. Full of life. Where is she? Where is that sister? Let her run here. It's good to give testimony. Oh, she's here. Does she look sick? Anaonekana mgonjwa. Anakaa mgonjwa. Simama hapa. Wasalimu. Praise God. Bwana Yesu asifiwe. Niko na furaha sana kwa sababu Mungu aliniweka hai mara ya pili. Amen. So God is here. Kwa hivyo Mungu yuko hapa. We love this God. Sisi tunampenda huyu Mungu. Yaani unajua this is something tungeitwa matanga. Na wakati matanga tunachanga sana haraka. No. Mimi sichangi yako. Maana ukufi. Amen. Hallelujah. Amen. Haufi kwa jina la Yesu. Spirit of death out. Roho wa mauti in the name of Jesus. Kwa jina la Yesu. Amen. Amina. Amen. Papa, in this church all the interpreters are ladies. Katika hili kanisa watafsiri wote ni mabinti. Where is that other interpreter? Ule mtafsiri mwingine. Interpreter number 3. Oh, Bishop, come by running. Bishop, kuja hapa ukikimbia. We have interpreters. Tuko na watafsiri. All ladies. Na wote ni wa kike. Interpreter number 1. Mtafsiri wa kwanza. Interpreter number 2. Nora iko hapa. Nora. Because she is breastfeeding. Lakini kuja hapa, huyo jamaa amekuwa mkubwa. Huyo jamaa si kwa kuwa breastfed church. She is interpreter number 2. Yeye ni mtafsiri wa pili. Interpreter number 3. Mtafsiri wa 3. Interpreter number 4. We don't have any man. Hatuna mwanaume yoyote who can interpret in this church. Anayeweza kutafsiri katika kanisa hili. Except the pastor. Kando tu na mchungaji. Oh my. Haya, inaonekana mama ni strong. Amenishinda. Lakini kuja ucheki watoto wangu ndio unajua nimemshinda. Cheki watoto wangu. Cheki tu watoto wangu. Let me introduce my daughter. This is my firstborn. Wacha niwawakilisheni kwa ajili ya wageni tu. Kuja hapa kirongo kurangiri kwa mnyoka. This is my sweetheart and my firstborn. Mzaliwa wangu wa kwanza. Amen. Hallelujah. The secondborn and thirdborn are in school. Wa pili na watatu wako shuleni. They are in boarding school. Wako katika shule za bweni. And there's that other young man who's been running here and there. Na kuna huyu kijana mdogo amekuwa akikimbia hapa na pale. That's our lastborn. Huyo ndiye kitinda mimba wao. We agreed that is the lastborn. Tulikubaliana kwamba ndiye wa mwisho. Yes, we did. Kumbe anaelewa question tags. Maana hiyo ndio watu wanashindangwa. Come here. Kuja hapa. Praise God. Amen. I want you to tell them your name. My name is Prince. My name is Prince Prospera Satambo Bishop Pastor Poppy. Just, it's okay. Just go slowly.
so that everyone will get your name. My name is Prince Praise Prosperous Atambo, Bishop Pastor Tupopi. Bishop Pastor Triple P. So Triple P stands for Prince Praise Prosperous. Amen. Bishop and pastor are his titles. He's a bishop and he's a pastor. If you don't address him as bishop, you may land in Usipomuita kwa hayo majina mnaweza gongana na yeye. Praise the Lord. Amen. So we are blessed. Kwa hivyo tumebarikiwa. And they were born on the same date. Na walizaliwa tarehe moja. Our children are born in May. Watoto wa mchungaji wanazaliwa mwezi wa 5. The 3 of them are born in May. Watatu wao wanazaliwa mwezi wa 5. The 2 now are born May 26th. Hawa wawili wanazaliwa tarehe 26 mwezi wa 5. The second born is born May 23rd. Kimtinda wa pili anazaliwa tarehe 23 mwezi wa 5. Except one. Mmoja tu. And she's very different. Na ako tofauti. The third born. Mzaliwa wa 3. She does everything on her own. Yeye anafanya mambo yake kivyake. Even the date of birth. Hata siku ya kuzaliwa kwake. She is born in December. Yeye anazaliwa mwezi wa Desemba. 16th. Tarehe 16. We can agree even maybe to go out. Tunaweza elewana hata labda tuende mahali kutembea. And all of us are in agreement and then she says no. Na wote tu tumekubaliana alafu yeye peke yake aseme mimi siendi. I'm not going. Mimi siendi. So she is all these ones are born at night. Wote hawa walizaliwa usiku. All of them. Wote watatu. So she is the only one. Yeye tu peke yake. Who was born at 1:20. Aliyezaliwa mchana saa 7 na dakika 20. Oh, these others when it is just we are crossing from one day to the other. Hawa wanazaliwa usiku wakati tunataka kuvuka siku nyingine. Just like that. Hivyo tu. But with her. Lakini kwa yeye. Mchana saa 7. Tunaenda ofisini mama na daktari anatuuliza mmekuja kufanya nini? Mama anamwambia kwani unaona nimebeba nini? Na akafika tu pale within 5 minutes the girl is out. Kwa dakika 5 tu mtoto amezaliwa. By the way, let me tell you, with us we don't struggle in giving birth. Kwa sisi hatungangani the moment we are like the Israelite women. Hawa ni kama wanawake wa Israeli. Before the midwife comes. Kabla ya wakunga kufika. We give birth. Wanaza. So we don't waste time in hospital. Hatupotezi muda hospitalini. If you are here you waste time in hospital, come and give you the grace. Kama unapoteza muda hospitalini njoo. God bless you so much. Mungu akubariki sana sana. Hata unaenda boarding kuzaa unaenda kukaa boarding. Siku 3 in 1 week. You are eating in the hospital, you are waiting. No. Unakula hospitalini. For less than 20 minutes you are out. Unaenda kwa dakika chini ya 20 umemaliza na umetoka. Wale wamama wajawazito na wale wanaotaka kushika mimba, pokea hiyo neema kwa jina la Yesu. Unasema unaonea aibu. Kama unaoja God bless you. Hallelujah. I say hallelujah. Nasema hallelujah. Now we have come to the closure of our service. Tumefika katika tamati ya ibada yetu. Men we are meeting. Akina baba tunakutana. With Deacon Fred. Tunakutana na Deacon Fred. Ladies, you are meeting with your child lady. Mabinti mnakutana na kiongozi wenu. And mama. Na mama. Because of our visitors that are coming on Friday. Na kwa sababu ya ni kwa ajili ya wageni wetu wanaokuja siku ya Ijumaa. To that effect, all the leaders. Na kwa ajili hiyo viongozi wote. We are supposed to meet on Friday. Tunahitajika kukutana hapa siku ya Ijumaa. Not only the leaders. Sio viongozi tu. The whole church. Kanisa nzima. If you'll have time. Kama utapata wakati. Maybe you are not at your workplace. Labda haupo kazini. Please, if you can make it. Tafadhali kama unaweza. Our bishop is sending a team from Eldoret. Askofu wetu anatuma kikundi fulani kutoka pale Eldoret. They are coming. Wanakuja. On Friday. Siku ya Ijumaa. At 2. Saa 8. Please. Tafadhali. Let's meet here. Wacha tukutane hapa. Hallelujah. Hallelujah. Enda ujipange tu kazini ukuje hapa Ijumaa. Praise team muwe katika sare yenu, mujipange vizuri, najua mtaweza.
Kama kuna watu wa nguvu, by the way, niko na waimbaji wa nguvu. Amen. Hiyo nayo ninaringia. Niko na waimbaji wa kimataifa maana na mimi ni mwimbaji. Amen. Hallelujah. Niliona vile Mr. Tematu amewatamani au wapeleke kwenu Kiumbu. Praise the Lord. Bwana asifiwe. Si mam, uliona huyu Rosemando? Uliona Rosemando? I saw you tell lakini ukuona mimi nikiimba kama vijana wa Rosemando. Ukuona mimi vile nilikuwa nimeweka hiyo base. Praise the Lord. Bwana asifiwe. So we are meeting on Friday. Kwa hivyo tunakutana hapa siku ya Ijumaa. Nataka tufanye hayo maandalizi alafu zitaisha. Si ni kweli? Mungu wangu awabariki, Mungu Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Naomba tusimame and we share the grace. Papa. 1 minute. We've been having 21 days of prayer and fasting. Tumekuwa na siku 21 ya kufunga na kuomba. It is a partial prayer and fasting. Ni kufunga na kuomba nusu mpaka jioni. We've been breaking our fast in the evening. Tumekuwa tukifungua jioni. I want to see the people that participated. Nataka kuona watu waliohusika. By a show of hands. Kwa kuinua mikono. Kama ulishiriki, inua mkono wako juu hivi. Ulishiriki hiyo prayer and fasting. Please come forward. Naomba wale kwa haraka, njoni kwa haraka. Hiyo nayo ni muhimu sana. Kama uliparticipate in prayer and fasting, msisumbue kamera. Ujie haraka tu. You participated. Ulihusika katika kufunga na kuomba. We were praying for family release. Tulikuwa tunaombea kufunguliwa kwa generational curses. Kuvunja laana za kiukoo. Setting free our generations. Kuweka huru vizazi vyetu. Those that participated for the prayer. Wale ambao walihusika katika maombi. It was not compulsory for the whole church. Haikuwa lazima kwa kanisa lote. I made a request for to them. Nilifanya ombi kwao. Them that were willing. Wale waliokuwa hiari. To pray and fast. Kufunga na kuomba. And these are the people. Na hawa ndio watu. Please just utter a blessing. Okay. We are breaking the fasting today. Tunamaliza saumu yetu leo. And we are breaking it immediately after this service. Na tunafungua tunapomaliza tu ibada hii. After the service. Baada ya hii ibada. The fasting is over. Hiyo saumu imekamilika. Amen. Kuna chakula ya. Kwa sababu neema imepatikana because you found the grace. Kwa sababu ulipata neema. Ndio tafsiri ya maneno nilisema kwa Kikisii. So because you found the grace. Kwa sababu ulipata neema. Now we have to break the fast. Sasa tunafaa kumaliza saumu. God bless you so much. Mungu awabariki sana. Please bless them. So I'll just pray over them like this. Nitawaombea tu. Heavenly Father. Baba wa mbinguni. Jesus had 3 disciples. Yesu alikuwa na wanafunzi wake watatu. He called to come closer to him. Aliwaita kwamba waweze kuwa karibu naye. That time it was in Gethsemane in the way of prayer. Na wakati walikuwa Gethsemane wakati wa maombi. And your servant and son Jesus Christ. Na mtumishi wako na mwana wako Kristo Yesu. Did nothing. Hakufanya lolote. Until after his 40-day fast. Mpaka alipokamilisha saumu yake ya siku 40. And the great overflowing blessing. Na kukawa na mtiririko mkubwa wa baraka. Came after he broke the fast. Ukaja baada ya yeye kufungua saumu. Then he went out all Galilee preaching the good news. Na akatembea kote Galilaya akihubiri habari njema. These people have resisted the temptation. Hawa watu wamepinga majaribu. They have put the idea of food out of their mind. Wameweka mawazo ya chakula kando ya mawazo yao. And they have fellowship closely with you. Na wamekuwa na ushirika wa karibu na wewe. But I know that the real weight of blessing. Lakini ninajua ya kwamba baraka za kweli is going to follow now after they break the fast. Zinaenda kuwafuata sasa tu wanapokamilisha saumu. Things that seemed like that's just how I am. Mambo waliodhania kwamba hivi ndivyo nivyo. Are going to be gone. Yataondoka. And replaced. Na yatabadilishwa. By the victorious nature of Jesus Christ. Na ile hali ya ushindi ya Kristo Yesu. They have fulfilled Mark 9:29. Wamekamilisha Mathayo 29. That this kind only comes out. Ya kwamba hawa tu wanakuja. By prayer and fasting. Hili linakuja tu kwa kufunga na kuomba. So in the name of Jesus. Na kwa hivyo kwa jina la Yesu. Your word says.
You actually have an eraser. It says in Revelation chapter 2. Kitabu cha Ufunuo sura ya pili. It says that you have the ability Inasema ya kwamba mko na uwezo to wipe out ya kufutilia things that relate to previous generations. Mambo yaliyohusikana na kizazi kilichopita. We thank you right now. Baba, tunakushukuru sasa hivi. As they go to break this fast. Wanapoenda kumaliza saumu yao. As they go to celebrate. Wanapoenda kusherehekea. That you are pouring out upon them. Bwana unamwaga juu yao. The full benefit. Faida zote. Because it wasn't just fasting. Kwa sababu haikuwa tu kufunga. It was praying. Ilikuwa pia ni kuomba. And releasing na kufungua people from these generational curses. Kutoka kwa vizazi laana za kiukoo. Setting them free. Kuwaweka huru. Saul killed the Christians. Kwa hivyo Sauli aliwaua Wakristo. But he turned into Paul. Alipobadilishwa kuwa Paulo. Simon was unstable. Simeoni hakuwa dhabiti. But he came like a rock, Peter. Akafanyika kama jiwe Petro. And we reverse every curse. Na sasa hivi tunageuza kila laana. We turn it into a blessing. Tunaibadilisha kuwa baraka. According to Numbers 23:23. Sawa sawa na kitabu cha Hesabu 23. There is no enchantment. Hakuna maneno na matamshi. Just as you used Pastor in the dream of our brother, ambaye alitumika katika ndoto za ndugu wetu, to defeat the evil plan, kuweza kushinda, watashinda mipango miovu. Thank you that you have brought to nothing. Tunashukuru maana uliyaharibu every single plan of the enemy. Kila mpango wa adui. As Apostle was leading us to sing. Na kama vile mchungaji alivyotuelekeza kuimba. Isaiah 54:17. Isaiah 54:17. No weapon formed against them will prosper. Hakuna silaha iliyotengwa kinyume chao itafanikiwa. But their weapons, lakini silaha zao, are mighty through God. Zimtafanywa kuu katika Kristo. Pulled down the strongholds. Zitaangusha ngome. Cast down the imaginations. Zitaangusha umbo. They're stepping into something brand new right now. Wanaingia katika kitu kipya sasa hivi. And we look forward to more of these testimonies. Na tunatazamia shuhuda. And other people, na watu wengine, will see it. Wataziona. Like they saw the shining in the face of Moses. Kama vile waliona uso wa Musa uking'aa. And next time they go to fast, na siku nyingine wanapoingia katika saumu, easier. Itakuwa rahisi they zaidi. Will even enjoy the fast. Hata watafurahia they will have the grace. Watakuwa na neema. Because it's one of the great works. Kwa sababu hii ndio kazi mojawapo kuu. Matthew chapter 6. Mathayo sura ya 6. We pray. Tunaomba. We give. Tunatoa. We fast. Tunafunga. And we don't worry. Na hatuogopi. Now let them enjoy this meal. Na sasa wacha wakaweze kufurahia chakula hiki. They've never enjoyed any other meal. Kama vile hawajawahi furahia chakula kingine. Like sitting at the table with Jesus. Wakiketi kwa meza na Yesu. In Jesus' name. Kwa jina la Yesu. Amen. Amina. Hallelujah. Amina. Amen. Mungu awabariki, Mungu Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Amen. Awatimizieni yote katika maisha yenu na katika familia zenu. Uso wake uangazie siku zote usiku na mchana. Wala mkono wake usiondolewe juu yenu. Fadhili zake na wema wake viwafuate siku zote za maisha yenu. Nanyi mtafurahia kukaa uweponi mwa Bwana maisha yenu milele. Amen and amen. Mungu awabariki. Amen. Amen. Ukiwa una sadaka yako baada ya kufunga, tulisema unaweza kuwa na dhabihu, utaiweka tu madhabahuni. Amen. Tuseme neema, alafu kuna yule mama ambaye alikuwa anataka nimwombe na watoto wake, atakuja hapa niombe. Tukishasema neema, tukishatoka. Hallelujah. 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 Tusimame tuseme neema. Nimejaribu sana. Mungu awabariki. Lakini mjue kwamba ibada zetu haziendagi mpaka saa 8. Ni leo tu na ninaomba msamaha. Bwana asifiwe. Kwa wale ambao ni wageni uende usielewe, hatuendagi saa 8. Tunamalizaga saa 6:30. Tukichelewa zaidi inakuwa saa 7 kamili, hatujaipita hapo. Bwana asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. And now may the grace Jesus Christ and the love of God, the fellowship of the Holy Spirit be with us now and forevermore. Amen. Shalom, shalom. Shalom. Amen. Salimia mwenzako, mwambie amani ya Yesu. Amen. Sasa tafadhali munisaidie wageni muwaelekeze hii direction. Wa amani, wa baraka, wa miujiza.
Nisaidieni tafadhali. Wale watu wa protocol mnafanya vitu gani?